Mimi sasa nilibidi sasa nipenduke niangalie sasa ni nini na nidunga. Kuangalia nikasema nikapeleka mkono kuguza ni mwili ya mwanadamu. Ya mwanaume sinaona. But sasa bwanangu yeye alikuwa anaoshanga mtoto wangu. Alikuwa anamuosha mwili zote. Sinaona. Lakini vile alikuwa anamuosha kuna venye alikuwa anamfanyia vitu ndio yazifai. Alikuwa anaanza kumunajizi na kidole. Hata alikuanga na nyaunyo na njora. Njora alikuwa ameiweka na nyaunyo hata paka sasa tukienda kwa nyaunyo iko kwa nyumba. Sunaona alikuwa anatandikanga watoto wakilala. Sunaona ilifika time ya jioni nikamwambia bwanangu kuanzia leo niachie mimi nioshe Abi au uoshe mtoto wako Chris. Usinioshe nini mtoto wangu msichana. Akaniambia kwa nini? Nikasema hapana, nimekwambia kuanzia leo usioshe mtoto msichana. Ndako geithia we mwega murata wakwa kana arata akwa ndi mwega muno maritwa makwa njitagwo Simon K karibuni sana ngoririkanie tu ni undu wa andu aria makoretwo make inquire uhoro wigie broti ire ndirakwenderia kuma gwa kambuni ya Tayari Lands and Housing ici ndirakwenderia ciringi 95 ci haha Kithioko ni ndimwendeirie migunda mingi muno kuo na ici ndirakwenderia ciringi 95 cash na installment ni 15 na ndirakwendire haria cikomeire bara na bara yo ndirakurire ni irekirwo rami na ni highway, it's a highway nao ni gwikirwo rami ni bara ona yambiririe guthondekwo uguo tukiko hihi ni tunine mwaka uyu ngiri bara yo ni gakorwo ina rami na kuringana uria twakirona maundu ni turona atiriri ona head director aranjiraga atiriri Simon ndirona ta ndirehingicire ni kwendia mugunda uyu tondu ni njui haha ri mukurire ha ukora naguo ngai ateithie ndikanerire tondu ni handu hega muno uguo ungienda kugia na broti hau ciringi 95 broti ya 50 by 100 na ni hamwe na title ura namba eno ya thimu 0715 99 9909 0715 99 9909 kanona ni no uhure na 0724 333313 mko karibu sana ofisi ya Tayari cie kuria Thika ukiingira Thika ngwiraga hau he stage itagwo Gatito building itagwo Emco Plaza ungithie ku third floor room 302 ni ugukora ofisi ya Tayari ku undu ucio ngi mwega muno ni ati we muciari na hihi kana ringi ni mwana waku kana ni mundu wanyu kana ona niwe ungienda kumenya uhoro wigie film production, video shooting, photography, maundu macio mothe ma digital marketing, content creation, graphic design, animation, 2D, 3D, fine art, computer packages, applications, maundu macio mothe angikorwo hihi no ukorwo ukienda reke njuge basically maundu megie creativity guku gwitu ino ni thukuru ya creativity ya gukuhe creativity na gukuhe school na gukuhe skills cio ndu ria wothe urabatara okorwo ni riria turafundithia film kana videography kana photography gwiraga tuhuthagira camera cia gikiro kia iguru ugafundithio ni andu professional na he muciari uranjuririe atiriri arenda gutu join Simon ru muthomithagia andu na gikuyu to ndiro nyonaga show cia kugikana gikuyu ndiratheka tutithomithanagia na gikuyu tondu twina andu professional andu mena madigiri mao marahota kuruta wira ucio na njira ria yagirire ungikienda maundu macio mothe uko tucerere guku gwitu na nitukuhe mwana waku kana nawe tukuhe skills iria irabatarania tukuhe ugi uria urabatarania na tukuhe knowledge iria irabatarania na he kaundu ndiraugire haha hindi ngina ndirauga atiriri ona andu aria mwina ciana hihi cirarikirie form 4 kana mwana urathie high school na no wende agie na ga short course ta kamieri iri murehe tumuonie uhoro wigie video gushoot video na kuedit for 2 months tumuonie kaundu kega ati onathie agikauma aiguete ni akwenda guthie na mbere na undu ucio ni ari koragwe sawa angigwa ni akwambiriria ni akwenda kwambiriria gweka content ciake atakuwa sawa ugo no muturehere tumafundithie maundu macio mothe twina short course na twina full courses na guku ni kwega ukai okorwo ni ciana cianyu cikaririo okorwo mwana ringi arari na mithire tari miega ni arambitie kuingirira tu maundu hivi oka guku ni akaririo na agacemania na andu me serious na maisha konyo maisha uria mendaga so ni undu ohoro makiria tuhurire na beno 0724 333313 0724 so niko na guest amenitembelea siku ya leo no nyende tuthikiririe rugano rwake tusikize story yake na no nyende kuga ama naweza taka kusema zile maneno zote ataenda kuongea hapa ama kitu yote yenye ataongea hapa they are not my views na sio views za hii platform
hizo ni views zake. Mkubali tu leo onge ama tutumie lugha ya Kiswahili akipeana story juu huku nilisema na invite watu wote wa Kikuyu wa nini, si wote ni wa Kenya. Na hata mzungu akikuja huku bado nitampea hii platform tusikize story zake, zile vitu amepitia na tujue venye tunaweza msaidia. So mko karibu sana. Kwa majina ni Lydia Nasimiu na Bwala. Mzaliwa wa Kitale. Mzaliwa Kitale pale panaitwa Chalicha Kabiefwe. Na hapo ndipo shusha yangu aliweza kuniambia niliachwa na miezi 6 na mama yangu. Na aliponiendelea kunielezea story, mimi sikuwahi jua kama niko na mama, kwa sababu nilikuwa naambiwa, nilikuwa nasikia ati kazi yangu anaita auntie, mimi pia naita auntie. Sasa nilikuwa najua tu hiyo ni auntie. Juu shosha alikuwa ameniambia mama yako, alinikuja akaniambia ati mamangu na babangu alikufa, mimi ni yatima. Sasa mimi nikaishi na shosho akanipeleka shule, akanisomesha nikafika class 1. Shosha aliweza kwenda kutembelea wazazi wake na akasema atanipeana mimi niende nikae kwa uncle yangu mkubwa, juu at least huyo nje ako na akili anaweza niangalia vizuri. Mimi nikatoka nikaenda kwa uncle. Lakini kwa uncle kulikuwa jirani. Sasa hapo kulikuwa tu karibu. Na uncle yangu alikuwa ameoa bibi wa kwanza akaenda. Bibi wa pili alikuwa na watoto 7, wasichana 3 na vijana 4, wale wakubwa tu. Mimi nikakaa na uncle vizuri, tulikuwa nakaa tu maisha mzuri, ilikuwa maisha ya shida. Lakini sasa kazi yangu sasa aka-insist mimi niende kuoga na yeye, tuko tukioga na yeye kila siku. Mimi kwenda kuoga na yeye kwa bafu, hapo nje alianza mambo ya kunishika, kujaribu kulala na mimi, na akahakikisha akaweza kulala na mimi. Kunilazimisha kulala na mimi, nilikuwa mdogo na nilikubali. Hapo alinifanyia ile tendo mbaya na nikaweza kuumia. Lakini akaniambia nisiseme, nikisema sitaweza kukula. Amekuumiza aje? Aliweza kunifinya ile mafupa ya nini, ya upande wa nini, tuseme upande wa sehemu ya siri. Ukufinya aje? Sijaget. Si umesema ni msichana? Ni msichana, lakini wakati alilala na mimi juu alikuwa na uzito, aliweza kunifinya, kuniumiza. Alinilalia, alifanya ilikuwa msichana kwa msichana. Juu alikuwa class 7 na ni mkubwa, mimi ni mdogo. Sasa mimi niliweza kuumia juu nilikuwa bado niko ani mwili yangu ni changa bado. Sasa niliweza kuumia hapo hivyo. Na mimi sikuweza kusema. Usiku tena ilikuwa bado tena ni hivyo ananifanyia. Sasa kila siku ilikuwa sasa kazi ni hiyo tu. Sasa nilikuwa nakaa tu nikijua nitafanywa kitu fulani, masaa fulani nitafanywa hivi na hivi. Niliendelea tu kufanywa hivyo nipate kukula, ndio nilee. Lakini mavinyasi shosho yangu alikuwa amenishonesha, walininyang'anya yote. Nikabaki kutembea uchi bila nguo ya ndani. Bila nguo ya ndani. Nilikuwa natembea tu na dress peke yake, lakini sina nguo ya ndani. Wakati shosha rudi mimi nikarudi kukaa naye, lakini sikuweza kumwambia. Kwa nini mlikuwa tu majirani? Tulikuwa tu majirani, ni boma moja, lakini wamejenga hapa pale, tuko tu maneiba. Watoto wake 3 walikuwa wamejenga tu hiyo boma hapo round. Mimi nikarudi kwa shosh, nikaweza kukaa na shosh. Sasa mimi shosh alikuwa ananiamsha saa 9 usiku. Ananiambia niende nilime, je niweze kukula. Ati mtu mwenyezi tu kwenda kutafuta naye asikule, hata tu kwa Biblia imeandikwa hivyo. Na mimi nilikuwa bado mdogo, nilikuwa natoka saa 9 usiku naenda na lima, je niweze kupata matime ya kwenda shule. Ikifika masaa nioge nikimbie kwa shule. Lakini nikirudi hata kwa nyumba, ati nakuja lunch, sipati lunch. Naambiwa wewe rudi shule ende usome maisha yako ya baadaye ukuje ujisaidie. Sasa maisha yangu ilikuwa nakaanga tu njaa. Naona tu sapa peke yake. Nikiendelea nikafika miaka 10, bado tu maisha ni ile tu, ni kujituma tu hivyo. Na navumilia tu maisha ngumu. Nikaenda nikafika miaka 11, nikaanza kujua mambo ya kwenda kupalilia shamba kwa watu. Unapalilia unapewa 100 meter, hiyo ni 25 shillings. Unalima, unapewa pesa, unaenda unajisaidia nayo. Nikaanza kwenda kuvuna mahindi. Navuna mahindi, gunia moja ni 30 bob. Unisa nilikuwa navuna gunia 3. Hizo gunia 3 napata 90 bob. Nakuja najisaidia nayo. Sasa hiyo ndio ilikuwa inanisaidia, napata ya kukula, napata ya kuweka kidogo nje nipate kujinunulia at least nguo ya kuvaa. Hata ya ndani mimi nilikuwa najinunulia socks, viatu, uniform mimi nilikuwa najinunulia hapo hivyo. Nikasonga nikakuja nikafikishia miaka 14 years. Nikamwambia shosh, mimi sasa mimi naona sasa nitafute wapi? Nitafute kwetu.
Juu mimi niko na kwetu, mistaki nishinde nikihangaika. Na angoli yangu yeye alikuwa anaongea na mamangu kwa simu kila siku. Mimi nilikuwa naita mamangu auntie. Hapo nyuma nilikuwa naita auntie, sasa nje najua ni mama. Huko unajua ni sikuwa najua ni mama, nilikuwa najua ni auntie. Nikaomba ango simu, nikaongea na auntie sasa. Nikamwambia mimi auntie nataka unioneshe kwetu, mimi nataka niende nifanye nini? Nisaidikie huko. Kuuliza shosho ama anko umeamua kuuliza auntie? Sasa niliambia uncle yangu mimi nataka nataka nijue kwetu juu uncle yangu hakuweza kuniambia, sema aje uliza mama yako njoo aliwazaa huko hivyo atafanya aje, atakudirect. Sasa alikwambia uulize mama ama auntie? Alisema niulize, yeye anajua ni mama but mimi najua ni auntie. Akasema niulize. Sasa mimi nikauliza nikasema mimi unataka auntie mimi nataka unidirect wapi? Kwetu. Akasema kwenyu ni Cherenganyi Sitatunga. Nikasema ni sawa. Mimi saa nikalala, kesho yake ikafika nikapack manguo zangu, nikachomoka nikaanza safari kutembea moja kwa moja, but nilala 2 days kwa barabara. Tu hivyo shosho haja kuuliza mahali umeenda? Mimi niliacha shosh, nikashika barabara nikaenda kwa sababu nilikuwa nakasirika hapa ninateseka. Sasa mimi nilisema mimi naenda. Vile nilimwambia usiku niombe mimi nitaenda, nikachomoka nimwambia mimi nimeenda. Sasa niliepa tu, nilimtoroka juu ya shida. Mimi nikatembea one by one, nikapata palipa kulala, nikalala, nikaamuka, kwenda sasa niendelea na safari. Penye nilala mimi nilisaidiwa tu. Kuna mwenye alinisaidia palipa kulala. Msamaria mwema tu alinisaidia palipa kulala, nikalala, kufika asubuhi nikaamuka, lakini kuna msichana nilikutana naye ndiko wakati nilikuwa naendelea kutembea. Kufika jioni akaniambia utaezana kutembea, ufike pe unaenda wapi? Ngambia naenda Cherenganyi. Kwani ni mbali sana? Ni mbali. Sasa akaniambia fanya hivi, niko na kwangu na nimeolewa kuja ulale kwangu. Mimi nikaenda kwake, tukakaa kama masista. Yeye kalala huko na bwana wake, mimi nikalala huku. Nadhani nalala peke yangu, kumbe shemeji yake akapo nasema nadhani najifunika blanketi peke yangu. Tulijifunika si wote blanketi. But sasa mimi nilikuwa naona kitu inanidunga na nyuma. Anashangaa nini, najaribu kusonga ananidunga. Lakini aka insist ati nini nakudunga? Mimi sasa nilibidi sasa nipenduke niangalie sasa ni nini inanidunga. Kuangalia nikasema nikapeleka mkono kuguza ni mwili ya mwanadamu. Ya mwanaume sinaona. Nikasema gaisa shida ni nini? Aka insist akaniambia nataka tulale na wewe. Na sasa mimi sijailala na mwanaume. Sasa nilishindwa nitaanza aje kulala na mwanaume. Nikajikaza tu nikikataa mpaka asubuhi. Sinaona kama kitu yenye hujaifanya uwezi fanya. Lakini mbona hiyo msichana kwa msichana nilikuwa nafanya hiyo hata naweza fanya jote ilikuwa kwa damu sinaona. Sasa mimi ikafika asubuhi nikamwambia msichana mimi niko naenda. Kaambia wewe enda, tutaonana siku nyingine tukikutana Mungu akipenda. Tujai kutana na msichana tena. Mimi nikatembea moja kwa moja pole tu nikienda hadi nikafika kuulizia. Nilitoka asubuhi saa 1 mpaka saa 12. Kufika saa 12 kwa stage hivi Sitatunga nikauliziana. Mnajua kwa shosho ya Paul? Sasa Paul ni nani? Paul, hiyo jina nilikuwa naambiwa, nilikuwa nasikia ango akiongea. Anko alikuwa anaongea Paul na John ni mandugu zangu, lakini mimi sikuwa naamini kwa sababu mimi shosho yangu aliniambia mimi ni yatima, mimi sina wazazi na sina ndugu. Sasa mimi nitumie njia ya kuulizia. Wakati niliulizia nikadirectiwa nikafika kwa boma, alafu shosho akanikabidhi. Akafurahia akasema, mtoto wangu." Shosho wa kuzaa baba akanikabidhi akaniambia, mtoto wangu." Mimi nilishtuka kwa sababu ni mara ya kwanza na sijui. Nikakaa nao nikaongea nao na aunti yangu alikuwa hapo, aunti zangu wawili. Wa last born na mwingine wa katikati. Nikamwambia ati mimi nimekuja hapa lakini nimekuja na shida, mimi nataka kwenda wapi? Kwenda shule. Hiyo masaa shosho yangu aliweza kucommunicate na baba yangu mzazi, alikuwa Mombasa. Baba yangu akafurahia mimi nimekuja nikaongea naye, amefurahi akafurahia, akaanza kutuma pesa. But hiyo pesa yenyewe wanatuma, wanaenda wananua nyama wanakula. Wanakula tu vizuri wa kuweza kunipeleka shule. Ilibidi aunti yangu akuwe na roho ya huruma ambie baba yangu mkubwa Wekesa, wacha mtoto wa ndugu yetu tumpeleke shule. Sasa baba yangu akanichukua akasema ati ananiweka kwa boot. Twende shuleni, sitakaa kwa gari yake mbele. Huyo baba yangu mkubwa ataniweka kwa boot anipeleke shule. Nikasema mimi sitakaa kwa boot. Nikakuwa kichwa juu hiyo miaka vile nilikuwa sasa na adolescence. Nikawekwa sasa nikakaa mbele nikapelekwa mpaka St Miriam Orphanage iko Matunda. Nikaenda nikapatana na Madam Tabes akanikabidhi
akanichukua akanipeleka room ya wasichana, akaniambia nitakuwa ninalala hapa, hizi manguo zangu napanga hapa hivi, nafanya hivi na hivi, na hapa kuna hapa hivi. Ikifika saa 9 usiku tunaamka, tunafanya usafi, tunafua manguo zetu, tunafanya kila kitu, tunajiandaa masaa ya kwenda darasa. Nilisoma kwa hiyo orphanage 1 year, lakini wanasemanga wazazi wanakuja wana visit watoto. Hakuna vile wanakuja kuni visit. Sioni mtu yoyote, hata sabuni siletewi hata sukari, kitu yoyote. Niko tu hivyo, ninakula zile zenye wazungu wanatoa South Africa wakisaidia msaada ule Madam Tabes nje aweze kutulea sisi. Lakini Madam Tabes yeye naye pia alikuwa anatumiwa pesa ili aweze kutulea sisi, na yeye anatutuma sisi kwa shamba. Sisi ndio tulikuwa wafanyakazi kwa shamba. Tunaenda tunapanda mahindi, tunarima, tunafanya kila kitu, kupalilia, hata kuvuna na kutoa na kupanga. Lakini hao wasaidizi walikuwa wanajua sisi tunakaa tu vizuri, lakini hatufanyi kazi yote ya shamba. Sisi ni kusoma tu na kukula na kuoga na kuchange. Nikaona hiyo maisha sitawezana nayo. Nikaambia madam, nikaenda kwa Madam Tabes nikamwambia, madam, mimi naona nataka kurudi wapi? Nataka kurudi penye nilitoka kwa shosho kwa sasa mama. Nataka kurudi wapi? Huko hivyo. Madam Tabes akakasirika akasema hakuwa anataka mimi niende. Hakuwa anataka nikae na yeye. Ikabidi sasa akasanya choo kwa ndoo imejaa, akaekanisha hapa, akapigia aunti yangu akamleta, akamwambia nimekuita hapa lakini nimekuita na kesi, huyu msichana wako amekunia kwa hii ndoo imejaa. Sasa akona makosa. Sasa alikuwa anataka waniadhibu mimi. Na mimi nikatulia tu kunyenyekea kwa sababu sasa sina veneza fanya. Ana walikuwa wanatumia njia nje mimi niweze kubaki nisiende. Nikamwambia aunti, mimi nataka kutoka hapa, niende hapa hivi, nateseka, niko hivi na hivi, sikai sawa. Hata nikikuwa kwa shule nilikuwa nakichukua kamba na kimbia naenda kujinyonga kwa choo. Wenzangu wananifuata wananirudisha. Naenda nachukua kisu na kimbia nataka kwenda kujidu, na hata sijui ni nini nje nafanya. Si unaona? Kuna wakati kwa room hapo nikalala, kwenda kushika hivi chini nikashika nyoka cobra kubwa, kushika hivi, na ilikuwa kwa giza. Sasa nilikuwa kwa giza lakini nilishika nyoka, nikaruka nikaenda kwa kitanda ya juu. Si unaona? Kukakaa kwa hiyo shule, madam akatoka ati anaenda kutembea Nairobi. Akatuacha mimi na sisi vetu kwa hivyo wasichana kwa vijana na matron. Sasa ikafika time ya usiku, au vijana wakaenda kulala kwa room yao, sisi tumeshamaliza homa tukalala kwa room yetu. Wakati tunalala tuliona wanaume wangapi? 4, na kila mtu alikuwa na sigara kubwa kubwa wamekuja. Madam akaanza kupiga nduru akasema sisi tumeingiliwa. Tukaita watu wenye walikuwa kwa ile wakakuja, si unaona? Lakini kukaa watu walidisappear. Hatukuwaona. Kesho yake tukaambia madam, watu walikuja hivi na hivi. Madam aliniambia ati mmoja wao alikuwa bwana yangu, huyo mwingine alikuwa bwana ya huyo. Yaani si walichagua watu wenye na matiti. Ndio mwingine alikuwa na waule, huyo mwingine wao au ni alikuwa amewatuma. Sasa si hatujui litokea wapi, juu nilijionea hivyo. Sasa akaona atuwekelea aseme sasa hao ni mabwana zetu, na sasa sisi huko hivyo tumechungwa, hata tumefungwa, fence imefungwa, hata hakuna venye unaweza toka ukaenda kutafuta mwanaume, hata kwenda kwa duka tuendani kwa duka. Labda tukienda shule ama tuende maji tupite kwa duka nje tununue kitu ya kukula. Na hapo sasa kama mzazi wako hajakutumia pesa ama aunti yako, hakuna kitu utanunua, utakaa tu hivyo, ama tuende tupore mapera kwa shamba za wenyewe ama maembe, avocado, tukuje tuziivishe. Hivyo ndio tulikuwa tunafanya. Sasa kazi yetu ilikuwa kama madam mahindi sasa imegrow, imeendelea sasa imeeka. Sisi tunaenda kwa shamba, sisi tunapora, tunakuja tunaingiza kwa jiko hivi chini. Tunafunika na jifu iive, tunatoa tunakula kwa sababu chakula ilikuwa tunapewa chakula hata uwezi hata ishiki kitu, hauwezi shiba hata kidogo. Mimi nikasema hapa hivi niko jua amekataa nisitoke, nitatumia njia ya kutoroka hapa, lakini kitu nitafanya nitaongoja nipate report book yangu nje nitoke. Nilifanya mtihani wangu class 7 na nilikuwa na number 3. Na 3 or 5. Nikaenda nikaonesha teacher, unajua huyo ni matron, ni director na tena ni teacher bado tena wetu juu anatufunza tena hapo kwa nyumba. Juu tukikuwa na report tunaenda tunamuonesha, nikamuonesha akaona iko sawa, hauwezi chapwa, wanacongratulate. Mimi tukatoka tunajifanya niko nafanya mambo mwaki zangu hapo hivyo, nikatoka kwenda kulala, nimepack manguo zangu juu nilikuwa nimepewa mtoto fulani ninalea. Orphanage tunalea watoto si wakubwa, tunalea wale wadogo. Tunawaosha, tunawavaisha nguo. Sasa huyo kijana nikasema acha nichukue malazi zake, niende nizianike kwa uwanja ya Makojo. Na nilikuwa nimebeba, nimeficha nini hiyo malazi, nimeficha bag. Nikapita saa 10 usiku nikatoroka nikaenda.
Nikaanguka kwa mtu wa nyumba 10 hapa pap. Na nikamweleza stories zetu tunapitia, vile tunateseka na vile chakula vitu tukikula hata ni shida, na hapo hivyo unaekelewa maneno. Nikakaa hapo hivyo, lakini alinipea 150 shillings. Nikaweza kutoka, nikapanda gari, nikarudi kwa shosho wa kuzaa mama penye nilikuwa nimezaliwa, nikiachwa hapo hivyo. Kufika huko shosho alinishika mkono hadi kwa shule. Juu hata kwa shule alikuwa ananijua. Nikaenda kwa shule, sikupewa interview. Juu unapewa interview but waliona matokeo yangu ni mzuri, na mimi tena hapo unajua sisi tulikuwa tumefunza tunaongea Kiingereza, hakuna Kiswahili. Mimi nikaingizwa tu kwa darasa direct. Hata huko wanajuanga mimi ni mchopi. Nikaendelea class 7 hiyo, juni repeat hiyo class 7 yenyewe, nikaenda 8. Hiyo class 8 anko yangu wa pili akatuma 500 kunisukumia ili niweze kufanya mtihani. Hata sasa hivi tunaongea hivi bado deni iko huko, sijachukua living certificate. Bado iko huko hivyo. Kwani huku kuchukua na hiyo 500? Sikuweza kuchukua kwa sababu nilikuja sijashika ID, niko miaka ni ndogo. Sasa huku hivi nilishika ID kama nimezaa mtoto wa pili, si unaona. Sasa mjomba akaweza kunipea ngiri moja na akanifukuza. After kumaliza class 8 class 8 finifaa tu KCP hivi. Akanipea ngiri moja akaniambia enda tafuta mamako Naivasha, anapiga usharati huko hivyo. Mimi nikashika barabara nikakuja. But nilipanda gari nikafika Kitale na nikaambia watu dereva, nataka uniweke kwa gari ya kunifikisha hadi Naivasha town. Waliniweka hadi nilitravel mpaka Naivasha town na nilipa 800. Nikafika hapo, nikachukua gari zinakuja huku hivi Karakta huku hivi. Nikafika Karakta, nikaanza kutafuta Maadhe. Nikamtafuta. Nani alikuwa amekwambia naishi Karakta? Huko hivyo sasa venye niliambia nikuje nitafute mamangu huko hivi Naivasha. Si mimi nilikuja kubahatisha nione kama naweza pata mamangu. Juu mimi sasa nilipanda gari kufika pale, guess tu gari yoyote yenye nitaingia. Juu nifika stage ya huko hivyo nikaingia Karakta. Si unaona? Nikakuja. Sasa mimi kwa harakati ya kutafuta Maadhe, kanisa nje ilinisaidia nikaweza kupata mama yangu. Ulimtafuta siku ngapi? Mimi nilitafuta mamangu for 2 weeks. Na ulikuwa unaishi wapi? Kwa kibanda. Nilikuwa nakaa kwa kibanda. Na kitoka bado nikitafuta juu bado tena nilikuwa nakaa nimechanganyikwa na sijielewi area. Sasa nilikuwa namtafuta tu nikitafuta tu. Unamtafutaje sasa? Kwanza nilikuwa na uoga juu nilikuwa natembea tu, nikiwa nimetembea sana naona Masai nataka kuenda, ninapata watu wa kanisa naulizia. Sasa nje nikuja nikapata na watu wa Repentance wamevaa nguo refu, nikasema mimi natafuta mama yangu. Unaona? Wakaniambia ameoleka kwa mtu fulani juu vile alikuwa kuna Naivasha, report ilifika kwa ameoleka kwa Mjaluo na ni pastor. Sasa mimi nikasema kwa pastor Ochieng. Unaona? Nikaletwa mpaka kwa nyumba, kufika huko sikukubaliwa, nikakataliwa. Na nani? Maadhe alinikataa. Akaniambia mimi nimekuja kumharibia ndoa yake. Mimi ikabidi sasa tena nikashika barabara tena kwenda kutafuta pale pa kukaa. But hapo unajua vile nilitoka sina pale pa kukaa. Nilala nje siku 2, nikapatana na aunti yangu huko. Hapa tu Naivasha nikapatana na aunti yangu, na aunti huyo alijitambua akasema mimi ni dada ya baba yako ananifuata. Yaani wanajitambulisha juu sasa mimi sijui sura yetu, kwetu sisi wote tunafanananga na tunajulikana ni waboma fulani. Aunti akanichukua nikakaa na aunti, nikakaa naye mama akaona ni babo kamba akaona wafanyi vizuri. Enda leta msichana arudi hapo, nataka akae wapi? Mama yako alijua umekaa na aunti yako? Mimi wakati walinitafuta walipata kwa barabara nikitembea na kazini yangu. Sanja akajua sasa niko kwa aunti yangu. Jua kwa amejua kama ni kwa aunti nilikuwa nimeenda. Tulikuwa tunatoka tunatembea na kazini yangu hivyo hivyo. Unaishi area moja na yenye wanaishi? Ni Sanctuary, but yao walikuwa wanakaa huku juu. Sisi tumeteremka huku Kosovo. Ilikuwa distant kidogo lakini si mbali. Tuseme tu ni majirani, Sanctuary na Kosovo. Nikarudi nikakaa na mama. Mama aliweza kunitafutia nyumba ya kukaa, ilikuwa analipa 15 bila kudanganya. 15. Na alikuwa anakaa na bwana wake huko hivyo. Na watoto wao wengine 3. Alikuwa na watoto 3, kijana mmoja na wasichana 2. But hao wengine walikuwa different father. Huyu ni Mukisi, huyu ni Munyore, na sawa Mjaluo ndiye aliweza kukaa kwa ndoa. Last born. Watoto wenyu wote ni baba tofauti. Baba tofauti. Nikakaa na mama hapo hivyo, lakini sasa maisha unajua ilikuwa ni ngumu. Juu saa nimekataliwa, mimi ajangu nataka kusoma, nimeshindwa. Hapo ndipo sasa niliweza kutoka, mama alinituma niende nifanye nini? Ninunue bulb.
kwenda kununua balbu nilipatana na kijana mmoja na nilikuwa naongoja makastoma wanunue kwanza waende nje mimi sasa nikuje nilikuwa na uoga unajua kutoka ushago unakuja na ushago uoga sasa huyo kijana akaniambia usiingie ununue mimi sikumjibu kitu yote nilinyamaza tu watu wakanunua wakamaliza wakatoka mimi nikaingia nikaulizia naweza pata balbu akaniambia hapa balbu hakuna nikateremka nikaenda chini huko hivyo nikaulizia naweza pata balbu wakaniambia unataka balbu ya pesa ngapi nataka ya so moja nje nikanua nikaweza kuja huku kijana alikuwa katikati hapa kwa barabara akanisimamisha alinizuia nisipite na kaweza kunisalimia wakati alinisalimia hivyo hapo ndipo nilichanganyikiwa na akaniambia nataka kwenda kujua kwenyu hiyo siku yenyewe hivyo alikuja mpaka kwetu akaongesha mamangu akaniambia mimi nataka kuoa msichana wako lakini nataka nifanye aje nimsomeshe kwanza nje nimuoe kwa bibi yangu juko wa Masai huo wanafanya sherehe wakifanya aje wakichukua wanawake sinaona alikuwa Masai alikuwa Masai mimi saa akaniambia na utakuja kunitembelea kesho mimi nilisema acha niteremke nisikie huyu anataka aje kufika hapo hivyo nikasema nimekuja sasa tupige hesabu ya nini vitabu na kalamu akaniambia hizi vitabu na kalamu tunapiga hesabu mimi hata nilikuwa nataka nifanye aje nikuoe tu sisi ni vitabu na kalamu nilikuwa nataka sinaona nikasema sasa mimi nitafanya aje mimi nataka kusoma akaniambia kubali nikuoe hata nitakusomesha na utasonga mbele na sasa hapo sikuwa na kitu nimejikinga nayo family planning sijui family planning ni nini hakuna kitu nimejizuia yeye tu alilala na mimi kwa kiti nikikumbuka vizuri alinichomoa tu kunifunua tu hivi na kulala na mimi kwa kiti na alinipea 300 shillings sasa nikaona nimelala naye hivyo ibita nirudi tena nijaribu tena akanipea 500 nikazoea sasa ilikuwa nikienda nikilala naye ni pesa hata vile nilishika mimba alikuwa ananipea tu pesa anakuja kuniona ananipea pesa nikienda kulala bado naye bado mimba ikafika miezi 6 ni pesa ananipatia lakini anakuja akaruka akasema hata mimba si yake kwa sababu alikuwa ameniambia nitoe anipea 500 nitoe nikasema mimi siwezi toa mimba juu sijajaribu kutoa mimba mimi siwezani kutoa mimba nikalinda tu hiyo mimba yangu juu ameniruka amenikataa sasa nimebaki sasa kwa mkono ya mama yangu nikabaki sasa kuleo mimba yangu sasa sijui mama yangu walifanya connection gani na mama fulani kuna mama mwingine Mjaluo kunitafutia bwana kutoka Nairobi Mjaluo already uko na mimba na niko na mimba huyo mwanaume alikuwa na miaka 30 years huyu mwenye umetafutiwa huyo mwanaume nimetafutiwa Mjaluo alikuwa na miaka 30 years sasa mimi nilitafutiwa mwanaume wakasema sitaongelea kwa nyumba ya mama yangu ilibidi sasa kwa mama mwenye alifanya connection na mama yangu niende kwa mama tukaenda hapo tukakutana na huyo mjamaa anaitwa Oliver tukaongea naye mimi nikasema sawa haina shida acha mimi niongoje nizae alafu unioe so mwanaume alikuwa amenisomanisha mimi sitaki kuoleka juu mimi nilikuwa siku nataka kuoleka but sikumwambia sitaki kuoleka nikarudi lakini nikarudi kwa nyumba huyo mjamaa akarudi Nairobi na nikamwambia mam mbona unanitafutia mwanaume mimi nimekwambia nataka mwanaume mimi sitaki mwanaume mama yangu kwanza siku alinichukia hadi wa leo akaniambia hata ananiambianga hata paka sasa ananiambianga wewe ulipoteza ndoa ikaenda ungekuwa sasa unakaa vizuri ona wewe sasa mwanaume sasa ameshaoa na akona ndoa yake vizuri amekaa sasa anakaa maisha mazuri ulikataa ungekuwa sasa umekaa maisha mazuri unaona na sina ID mtu akona 30 years nitaendaje kuoleka kwa mtu akona 30 years na mimi mwenyewe niko na miaka hiyo 16 nimeshika mimba na hiyo 16 inataka kuingia sasa 17 unaona mimi nikavumilia na hiyo mimba yangu tu vile nilikataa hiyo story ya kuoleka hadi kwenda kujifungua nikajifungulia district lakini nilizungukwa na madaktari 9 nikajifungua mtoto wangu tu vizuri normal tu vizuri but mtoto wangu alichukua akapeleka nasari sasa sijui shida gani ilipatikana juu mimi walichukua mtoto wakanyang'anya mtoto akapeleka nasari mimi kichwa ilienda mimi nirigoroka nikaruka kichwa sikuwa najielewa hata walikuwa wameweka masoja nje wanichunge nisipite hapo hivyo juu sikuwa najua maneno nilikuwa naongea but nilikuwa nashikwa mkono na daktari ananiambia enda ninyonyeshe mtoto nenda nanyonyesha mtoto ninarudi bado nimekoroka nikaendelea nilikaa huko hivyo district 2 weeks lakini kuna wakati nililemewa kabisa juu damu hata ilikuwa imenikosea kwa mimi nimekauka na nimekaa style nyingine yellow nilikuwa nimekaa yellow kabisa sasa nikafanya hivi ni wakati nilikuwa nimeenda kulala ilikuwa saa 12 nikaanza uzingizi kulala kufika saa 4 ya usiku nilikuwa nimepoteza fahamu kabisa sijielewi nimepotea tu kabisa yani tuseme ni kama nilikuwa nataka kukata roho nilikuwa wazimu sana nimechoka niko tu hivyo unaona na sijielewi ugonjwa wangu ni gani mama wangu alikuja kunieleza baadaye akaniambia mimi nilikuwa wazimu
but nilikuwa aje, nilikuwa sijui na depression, sijui na nini sijielewi. Depression inapatanga wa mama akiza. Sasa mimi wakati nililala hapo hivyo, nikaota wanawake wawili. Nikaota Wadongo amevaa nguo za white mokorino, hata namjua akiniombea, alafu na mama mwingine hakuwa anaonekana. Na Wadongo akaambia umama, muona umama, msimuache, mumsaidie. Unaona, ani niombewe zaidi. Hapo sasa nje niweza kurudisha fahamu yangu, nikakuwa sawa. Na sasa wakanidischarge kesho yake, lakini sikuitisha shilingi yote. Juu vitu nilifanya kwa hiyo OC ilifanya madaktari wanihurumie. Nikatolewa nikakuja nyumbani, bado sikuwa sawa bado. Nilikuwa naangalia mtoto wangu msichana. Juu wakati mtoto wangu nilizaa mtoto alikuwa anaruka juu. Sasa mimi sijui ni kichwa ndio ilikuwa imeenda ama nini, juu sana shangaa kwani mtoto anaruka juu anaenda wapi. Wakati tena niko kwa nyumba tena naona mtoto amenyosha mikono zake. Nasema mama, angalia, mtoto ndio amenyorosha miguu, mkono ndio amenyorosha. Kwani nimezaa pepo? Ani nilijiongeresha. Kitambo nirudisha akili, ilikuwa ni kitambo, unaona. Nikakaa na mtoto wangu, usaidizi nikapata kupitia kwa jirani kijana fulani, upande ya chakula zilikuwa shida kwa nyumba. Sasa hiyo ulikuwa unaishi na mama yako? Mama tu nilikuwa nyumba amekunini. Sasa nilikuwa naishi venye nilienda usi mimi kuzaa. Wakati nirudi si mimi niliharibu ndoa ya madhe alichomoka akakomboa nyumba yake aweze kukaa na mimi. Na nini? Mimi sasa venye babo Kambo alisema ati mama yangu nje amefanya nini, amenitafutia mwanaume, mimi nifanye nini, nioleke. Unaona. Sasa babo Kambo akakasirika na wakaletana hivyo juu hivyo, wakakosana. Na mimi tukatoka tukakaa na madhe. Sasa nilikaa na madhe hadi nikazaa, nikalea mtoto wangu hadi akifia miezi 6. Na bado nilikuwa nasaidiwa na kijana fulani upande ya chakula, nje amenilelea mtoto wangu hivyo. Akaanza kunisaidia upande ya chakula, ananiambia Lydia kuja, hata nilikuwa natoka naenda kwake, tunapika chakula, tunakaa chini tunakula. But siko najua mwanaume yako na nia gani na mimi juu. Mimi nilikuwa nadhani tu nisaidia kama Samaria mwema. Akanisaidia, lakini alifika pale akafunguka roho akasema, mama Lydia, mimi nimependa Lydia wako na nataka nimuoe. Mamangu akuja akaniambia, msichana wangu, niko na good news. Nikamwambia sasa huyu ni mwanaume mwingine. Huyu ni mwenye jirani mwenye alikuwa amenisaidia sasa. Jirani kunisaidia. Mamangu akaniambia, mimi niko na good news nataka kukuambia. Nikamwambia, mama, good news gani? Ati wewe tulia msichana wangu nikusaidie, nikuambie utateseka mpaka lini. Nikasema sawa, acha nikusikize. Mamangu akaniambia, kuna kijana hapa, unajua kijana mwenye umekusaidia upande ya chakula huyo. Huyu kijana ni mzuri sana na naona akikuoa maisha itakuwa mzuri. Amejiomba tu kwa akasema madhe, naomba msichana wako. Akaniambia ama nimefanya vibaya. Nikamwambia mama, wewe naye ukiambiwa vitu zingine unafaa ufikirie mara mbili. Mimi nimeachwa tu na ujauzito. Angalia vile situation nimepitia nikiteseka, tena huyu mtoto ndio sana nalea tena niko kwa ndoa hata sijapona. Nikamwambia mimi sitaki. Venye nikamwambia ataenda muambie simutaki. Na nikakuta kijana nikamwambia mimi sitaki story zako. Tafadhali wewe kama ulikuwa unanisaidia kama jirani, lakini si ati nilikuwa na issue ya kutaka kuoleka. Huyo kijana juu story aliaibika, akahama kwa hiyo plot. Tulikuwa na Century, akaenda akahamia Kioto. Mimi sasa tukaendelea tukukaa na mamangu saa vizuri. Hapo sikuwa nafanyanga tu usharati wala nilikuwa nimetengana na wanaume kabisa one year and a half. Nilikuwa nimetengana na wanaume kabisa. Saa wakati nilipona tu vizuri, kuna mwanaume nilikutana naye. Wakati nilikuwa kwa rafiki yangu kutembea na mtoto, nilikuwa naenda kwa rafiki yangu ninakula, naenda kwa mama nakula, nikirudingi hivyo. Yaani maisha yangu ilikuwa tu ni hivyo juu sikuwa na kazi na sikuwa na ID. Sikuwa najua kama naweza enda kufulia mtu nguo nikapata kukula. Unaona? Sasa huyo mwanaume akaniambia, mimi nataka nikuoe. Na nikasema kweli juu nimekaa kwetu sana, wacha nichomoke niende nioleke. Akaniambia sio tunaenda kuongelea kwa nyumba. Hivyo kwa nyumba yake akapika ugali na omena tukakula, na akaniambia sasa mimi nataka kukuoa. Alikuwa anataka nilale kwake. Nikamwambia mimi silali kwako, wacha nitoke niende nichukue manguo afu nikuje kesho yake. Wakati nilitoka kwa mlango, nilikuwa na mtoto wangu kwa mgongo, mtoto msichana Masai Abigail. Wakati nilikuwa nachomoka, akanivuta akanirusha na mtoto. Sasa mimi naye nikaanguka kando ili niokolee mtoto juu unajua ningelalia mtoto ningemuua. Unaona? Akujali.
Na hapo hivyo akaniambia nataka alale na mimi. Kusema ukweli mtoto alikuwa kando pale hivyo na akataka kulala na mimi. Nikamwambia basi kama uko na trust toa tulale na wewe. Na akatoa trust mbele huku analilia huku mimi huku nafanywa mapenzi. Akamaliza haja yake. Mimi nikasema hapa hivi mimi natoka naye. Nikachomoka nikaenda na sijaongea naye hadi wa leo. Hata sasa hivi nashangaa ati anashirika kanisa Repentance yako ati ameokoka. Siamini. Wewe mwenye alifanya hivyo napatananga nikipitana na hivi nakumbuka tu story yenye alifanya na stuka. Lakini siwezi msalimia, siwezi muongelesha. Kukaa nilitoka hapo hivyo leo kwenda nyumbani. Kesho yake wakati nilikuwa nimeenda kusaidia mama mwingine alikuwa amevunjika mkono, amewekwa plaster. Nikasema juu mama amewekwa plaster, wacha nimsaidie hata kuuza kibanda, kukatakata mboga, kuuzia makastoma. Unaona? Baba nini kuna bwana wake alikuja kabla kuwa baba mkwe, bwana wake alikuja na akakuja kanipata hapo kama ninasaidiana. Unaona? Akasema juu mama nani ameumia, kuja unisaidie kufanya nini? Kupiga nini? Inaitwa aje? Simsimu. Kukoroga simsimu, unaweka sukari, unachanganya. Hiyo simsimu ilishakarangwa kitambo, sasa una mix ndani, na afu unatoa naanza kuziunda. Huyo mwanaume aliweza kukasirika, sijui alikuwa amekosana na bwana yake na bibi yake ama nini. Aliweza kufanya hivi ni simsimu, unajua ilinirukia ikanichoma mguu. Nikaweza kuumia mguu, nikatoka nikuja nikaambia bibi yake nimeumizwa na bwana wako na sijui shida ni nini. Ikafika saa 12 mtoto huyo kijana akakuja. Mtoto huyo huyo mwanaume akakuja. Kukuja akanipata kama nashughulika tu hapo hivyo, akaambia mama yake Okambo, "So nipatie msichana niende nimuoe." Na hapo mimi nikakubali mbio kwa roho yangu, nikasema yes, nimepata nini? Nimepata bwana. Sikukawia. Kesho yake nikaenda date kwake na mtoto kwa mgongo. Nikalala na hiyo siku bila trust, nilala tu hivyo. Akanipima for 2 weeks. Alafu akakuja akanichukua. Si hata sikufika kwa nyumba, anichukulie tu kwa barabara tukiendanga bila manguo. Nikakaa kwake miezi 2, nje nikakuja nikachukua manguo kwetu, nikaambia madhemi niko kwa ndoa. Nikakaa kwa hiyo ndoa na nilikuwa nimeweka shindano ya miaka 5. Kukaa kwa hiyo ndoa kijana akaniambia, "Tumekaa na wewe hapa, juu unashinda ukitembea kwa wanaume." Juu alifuatilia historia yangu akaona kweli vile nilikuwa nafanya. Unaona? Juu ni mtu wa hiyo area. Kwa nini ulikuwa unaenda na wanaume? Mimi nilikuwa natembea na wanaume, hiyo si kitu inaweza ficha. Mimi nilikuwa nalala na wanaume, tena nilikuwa nabadilisha ili nipate ya kukula. Unaona? Sasa mimi hiyo siku kuna time umeniambia tu umekaa mwaka 1.5 bila mwanaume ama ni after hiyo? Vile nilikaa hivyo, vile nilifunguka sasa ilikuwa ni hivyo. Sasa nikaezoea tu sasa hivyo kulala na wanaume. Kwa hiyo kijiji tu. Sasa akaniambia, "Vile nimekupata na ni chakula nje nafanya. Najua chakula nje na shida ya kwenye nje nafanya, unaenda unalala na wanaume nje unapata chakula." Akaniambia, "Sasa hutakaa hapa na usitoke kwa hii nyumba. Wewe kazi yako ni kukula, kusafisha vyombo, kufanya nini, bora uko msafi." Tukaendelea, nikasema sawa, nikamchukua my husband. Tukaendelea kukaa, akaniambia nitoe shindano kwa mkono nimzarie. Mimi najaza tu choo bure na sina mbegu yake. Ilibidi sana nitoa shindano, mimba iliingia hapo na hapo. Unajua shindano ya miaka 5 ni rahisi, ukitoa ni rahisi ushike mimba haraka. Juu inaanga infection yoyote. Nikakamata hiyo ball, ikafika mwezi mmoja mwanaume akanikataa. Nikarudi kwa madhe. Nikakaa mwezi mmoja. Nikajaribu kutoa mimba. Na siku anajua vile mtu anatoa mimba aje, but niliulizia wanasema ati majani ukikoroga ikikuwa kong kabisa hii inatoa mimba. Nikatafuta omo, nikakoroga 5 liter. Omo. Ukunywe omo. Nikachanganya, nilikunywa yote. Nilienda nikanua mandizi na mandazi na nimebeba mtoto wangu kwa mgongo huyo msichana. Nikaenda hadi kwa msituni na nimezichanganya, nikakunywa sana, nakunywa na lala. Nione kama inafanya kazi. Nikakunywa 5 liter yote. Na mimi naesa juu ya manja yangu tena nikaongezea mandizi ndani. Nikateremshia mandizi. Nikatulia nikarudi kwa nyumba. Kurudi sana nikakaa hapo hivyo, hakuna kitu inafanya. Nikatulia, hakuna kitu inafanya. Nenda na kojoa hakuna. Nilifanya hiyo shughuli, mimba itoki. Na nikasema niko na fight hiyo ndoa nirudi. Nikafight hiyo ndoa, nikaenda nikapata mkisi hapo. Ashaingia kwako. Nikapata msichana mkisi kwa hiyo nyumba yangu. Huyo msichana mkisi vile nilimpata, kumbe msichana mkisi sikumwacha kwa hiyo plot. But story nasikia ati alitoka ushago, akuja kutembea sister yake na wakajuana na baba ni mtoto wangu kijana mwenye sana nilikuwa nimebeba. Si unaona? Huyu ulikuwa umebeba ama huyu unataka kutoa? Huyu sasa mwenye nilikuwa nimebeba, mwenye nilikuwa nataka kutoa. Ujauzito nilikuwa nimebeba. Sasa mimi nikafight hiyo ndoa, lakini sasa msichana nilimpata amevaa suruali na amevaa na ameshika kamata. Na sasa vile niliingia kwa nyumba ya
sindiria hiyo ya kushika matiti. Ani analala naked. Lakini amejifunika hiyo ni matiti yake na amevaa chupi. Amelala hivyo kwa kiti. Unaona? Mimi nikaambiwa na nilipata aunti yangu hapo hivyo. Sinaita aunti kwa sababu ni mama yake mdogo. Unaona? Akaniambia ni bwana wako. Enda ukalala nayo wapi? Kwa kitanda. Nikaenda mwanaume akanipigia mgongo. Nikavumilia tu kulala hapo hivyo. Akanitoa akaniapea mattress nikalala chini. Hapo nilala chini na msichana yangu mdogo na mimba ujauzito. Nikaona sasa sitalala kwa hii mattress. Nikachukua gunia nikaenda nikaweka kwa mlango, nikalala kwa mlango mpaka saa 7 ya usiku. Kwa saa 7 ya usiku mwingine msichana naye bado huko. Huyo msichana tulilala hiyo siku tulala naye mpaka asubuhi. Yeye alala kwa kiti. Na bwanangu vimeona pasia iko hivi, alafu mimi nimelala hapa, bwanangu amelala hapa, mimi nimelala hapa hivi. Sasa kiti iko hapa, yeye amependukia kwa huyo msichana kwa makario. Yako hapo. Unaona? Sasa mimi nikamwachia nafasi na huyo msichana wake juu ameninyima lakini amenipatia pale pa kulala, amenipea mattress. Nilala chini. Nikalala mattress nikaona sitaweza. Raundisa nikufunga. Nilala na mtoto kwa simiti, kwa gunia. Sasa kwa nini? Jusa mimi niko na stress hapo ni kwangu na huyo msichana ako hapo na siwezani kupigana na yeye. Unaona? Nataka atoka niko tuseme tu nikawa amenifinya kinguvu. Unaona? Mimi nikalala hapo mpaka saa 7 ya usiku. Nikasema sitakubali kitu kama hiyo. Nikarudi nikalala kwa kitanda mpaka asubuhi. But mwanaume alitoka asubuhi anajipanga kwenda kazi, but alikuwa anasimailia nani? Huyu msichana. Juu huyu msichana alikuwa anamfuria manguo ya ndani nini. Akaanza kumsimailia hivyo nini na nini. Mimi nikatoka nikaenda kwa juu nilikuwa nataka nimeshiriki kanisa ya Korofo 4 years. Unaona? Hiyo kanisa ni sasa nikihesabu ni 4 years. Saa hii. Lakini sasa nikaanza kwenda huduma kwa kanisa ya Wakorino. Kufika kwa kanisa sasa nikaambiwa na huyo shosho hapo hivyo wa Mokue, akaniambia akaniombea na akaniambia fanya hivi, nenda ufike alafu ufanye hivi na hivi. Mimi nilifika niliombewa mimi nilikuwa na ile hasira ya kuweza kutoa nani huyo msichana juu nilikuwa nimeshafuatishwa na maombi kitambo. Nikamwambia nikamuongelesha vizuri nikamwambia fanya hivi. Niko na mimba na hii mimba ni bwana wangu na kutoka kwa hii ndoa hii mimi nilitoka kwa sababu alikuwa amenikataa but nimetaka kurudi kwa ndoa yangu. Fanya hivi sina ubaya. Nataka ukae na bwana wangu lakini hii mimba yenye nimebeba nataka nizae nikuachie. Utakubali nikuachie hii ujauzito? Akamwambia hapana. Weka tu kwa ndoa yako acha mimi nitoke. Mimi sitaweza na kulea mtoto wa nani? Wa mwanamke mwingine. Weka tu. Msichana akaniondokea kiheshima akatoka akaenda mimi nikabaki hapo. Nimeendelea kukaa hapo. Nikiendelea kukaa akaniambia hapana. Na utakaa kwangu bila kazi. Amepewa advice huko kwa kazi kwa Mieso. Hautakaa hapa bila kazi na kutafutia kazi uende ufanye kazi. Nilitoka na hiyo mimba yangu nikaenda kwa Mieso kufanya kazi ujauzito. Wale wenye walikuwa wanamsimamia wale wakubwa wake wakasema, "Umeleta bibi yako na mimba hapa hivi unataka mimba itoke. Mbona unafanya kitu kama hiyo?" Hiyo siku nimefanya kazi ni kwa siku ni 400. Hiyo siku aliniambia kesho yake usirudi kazi ujue walimgombanisha. Lakini pesa yenye hiyo pesa bali wanipatie mimi nikisema wapatie bwana wangu aniletee. Hakuweza kunifikishia zote. Alinipea 200 akakula 200. Unaona? Mimi nikakaa tunamuona hapo siku hata na pesa nilikuwa nataka ni at least niweze kupata hata pesa ya kununua tu nguo sikuwa na manguo. Nikakaa nikafikisha wakati wa kuzaa mtoto wangu. Nikaenda quality na sikuweza kuzaa hiyo siku yenyewe nilikuwa hata nimeumwa. Nikakaa 2 days na hiyo kukaa 2 days mamangu kesi inaendelea wapi? Kwa chief. Ndio huyu kijana huyu brother wangu ananifuata huyu sasa. Mamangu alikuwa anataka aende kwao apeane watoto wake one by one watu waende kwa mababa zao abaki peke yake. Sasa venye kesi ilifanyika hapo kwa chief ilishindikana wakaenda paka kotini. Wakafanya kesi ikashindika. Sasa anataka kesi ni ya nini? Kesi ya mtoto alikuwa anataka wasaidie mtoto wake huyu kijana aende kwa babake mzazi aweze kusaidiwa. Na babake mzazi ameoa mama Mkikuyu na akona watoto wawili msichana na kijana. Sasa alikuwa anataka aende huko kwa watatu. Na sasa mama Okambo hataki. Sasa ikashindikana. Ilishindikana hapo hivyo. Na mimi huku hivi niko naumwa. Madhari alipitia kwangu akaniambia ninakufungua uzae. Na akaenda akamaliza kesi yake sijui venye iliendelea. Mimi wakati nilikuja nikazaa mtoto wangu msichana kijana na mtoto wangu msichana nilikuwa nimeacha na dadangu last born. Nimewachanisho. Last born wetu.
kule sasa kwako kwangu pamoja sana bwana yako pamoja na bwanangu huko hivyo. Doka ndina uhoro mwega muno wa broti ndina cio kuria mwena wa Gitengera. Broti ci handu hega muno in a gated community, in a controlled area, na broti ci haria ciri no kilomita 1 kuma Nairobi na Manga Road, the main road, o kilomita 1 tu. Uguo kuma Gitengera town ti handu hanene. Uguo wewe hau hihi ungienda gusetwa family yaku aikonu wendaga gwaka handu kamucie handu hega, handu ngisetwa family yaku, handu ngikara wega, ka estate controlled gathaka we waitonga ihinda tiringi ni riri ndina broti cia 100 by 100 quarter an acre na ndirakwenderia ciringi milioni 5 asking price ni kuga ati no uhurire na twarie o hanini tumenye kiringi kurengera. Na kuria Gitengera ni ndronire ni gukurite muno tondu actually gutire kindu gutari nakio. Kwina mathibitari maingi muno, kwina mafegi gutire fegi gutari, ma supermarket mekuo, mathukuru mekuo, ma college mekuo. Uguo ni kundu ungithie no seto immediately. Na wi Gitengera ona nduri na bata wa guthie Nairobi kana guthi kundu kungi gwika maundu maku tondu maundu mothe mekuria. Broti ci ndakwira ni ciringi milioni 5 peke yake, na ndakwira kuma barabara-ini main Nairobi na Manga Road no kilomita 1. Handu haria ciri ni handu hakurite muno. Uguo ni kuga hena thitima, kwina mai, indo iria ciothe cibataranagia kwina cio. Mikawa iria ikuria ni mikawa miega, ungithiaga ma gardens, ungithiaga kahore na family yaku. Nyumba iria cirakwo kundu kuria ni nyumba cia kifahari. Ni njui ni ukunio mbica icio ciothe hau. Ni undu wa uhoro makiria hurira na namba eno ya thimu 0724 333313 0724333313 nigetha twariririe tumenye uria ungithi kuona broti icio na wigire na handu haku, handu ungiseto family yaku. Kitengera Milimani Estate, mko karibu sana, asanteni sana. But sasa bwanangu yeye alikuwa anaoshanga mtoto wangu. Alikuwa anamuosha mwili zote, si unaona? Lakini vile alikuwa anamuosha, kuna venye alikuwa anamfanyia vitu ndio yazifai. Alikuwa anaanza kumunajizi na kidole, akimpanua sehemu yake ya siri. Wakati mimi nilitoka usiku kuja, nilipata mtoto wangu ako style nyingine, hali mbaya sana. Unaangalia sehemu yake imepanuka, ni mbaya sana, na mtoto mwenyewe amenona zaidi, anakani yani vile nilimwacha ninapata amenona zaidi. Na sasa sijielewi kama nilikuwa nimechanganyikiwa juu ya kuzama nini, but nilipata mtoto wangu amenona. Kukula anakula smart, but alikuwa anatumiwa vibaya. Kutumiwa aje? Alikuwa anatumiwa, hiyo ilikuwa kufanywa na nini kimapenzi. Kwanza ilikuwa ni kidole, ukiona size ilikuwa ni ya kidole, kujaribu kupanua mtoto, si unaona? Mimi sikufuatilia kitu kwanza. Nilisema bwana yako alikuwa anafanya hivyo. Mwenye sasa nimezaa mtoto kijana sasa. Si ndio huyo sasa? Sasa mimi nikafuatilia story kabisa, sikushikanisha hiyo kitu kabisa. Nilisema acha nifuatilie mtoto, nijue sasa kukooje. Sasa wakati sasa mtoto wangu nilikuwa tunashika barabara sana, nilipata kazi na mtoto wangu nikaanza kupeleka baby care wote. Nikaanza kuenda kazi sasa kwa miezi yote, nikarudi tena kazi sasa, nikaanza kufanya fresh kama sina ujauzito. Sasa yeye alikuwa anatokea mapema kazi, anakuja anaosha watoto, anafanya aje, anawapikia, wanakula, wanalala. Si unaona? Siku moja jirani akaniambia, unajua mama Abi, usiku unaachia mwanaume anaosha mtoto wako msichana wa kike, tafadhali. Juu nimepita hapa nimesikia mtoto anakilalamika, anasikia uchungu, tafadhali nakuambia na nimekuibia siri, lakini usiseme mimi nje nimesema. Nikasema sawa. Nikasema nitafuatilia mtoto, nikaanza kuwa mkali kwa mtoto. Nikamwambia hebu niambie unafanywa nini? Akaniambia mimi baba huwa ananiambia nifanye hivi, ananifanyia hivi na ananiambia anafanyia nini? Ananiambia tu anafanya na hiki mapenzi. Anajaribu. Hiyo mwili yake alikuwa anajaribu jaribu kusongesha hiyo mwili yake, kumunajisi, polepole kidogo. Polepole tu, lakini mimi sikuwa najua. Na anamwambia asiseme, akisema atampiga. Hata alikuanga na nyaunyo na njora alikuwa ameiweka na nyaunyo, hata paka sasa tukienda kwa nyaunyo iko kwa nyumba. Si unaona? Alikuwa anatandikanga watoto wakilala. Si unaona? Napata wamelala kabisa. Mimi siwezi kuuliza kitu yote, mimi ni kuoga, kukula na kwenda kulala, siwezi fuatilia. Si unaona? Wakati mtoto wangu niliambiwa na jirani mtoto wangu anafanywa vitendo mbaya akioshwa, anapita anasikia mtoto anasikia uchungu. Nisikuwa hii kupea mwanaume akanioshia mtoto mwenyewe nijioshe. Ilifika time ya jioni nikamwambia bwana wangu, kuanzia leo niache mimi nioshe Abi, uoshe mtoto wako Chris.
usinioshe nini mtu wangu msichana. Akaniambia kwa nini? Nikasema hapana, nimekwambia kuanzia leo usioshe mtu msichana. Kuna kitu inaendelea lakini iendelee mzuri. Niliweza kufuatilia, nilisema sitarukia kwanza hiyo story. Wacha nifuatilie pole pole niweze kujua ukweli. Lakini mtoto wangu upande akienda kulala naona analala design nyingine si mzuri. Sasa ushamuuliza akakwambia venye baba yake anafanya? Nilimuuliza. Sasa nikasema acha nifuatilie. Sasa ilikuwa mtoto wangu akienda kulala analala design ameinua makalio juu na amepanua mguu. Nashindwa mbona mtoto wangu analala hivi na anafaa alale kama watu wengine. Mtoto wangu kijana amelala vizuri tu na mtoto wa kiume, na mtoto wa kiume unajua kilala anafaa alale, alafu baadaye kuna watu wanakaa miguu kama watu wa kiume kupanua miguu. Sio wana wasichana wafana alafu kulala kukaa miguu imekunjwa. Nikashuka kwa malazi nikarudi kwenda kuunda mtoto vizuri. Lakini sasa nilikuwa na hasira na huyo mtoto mbona amefikia kufanya hivyo, nikachapa mto. Nikachapa sana maisha yangu nilikuwa nikichapa mtoto kila saa nikijaribu kumrekebisha alale vizuri. Mimi saa nikatoka, kuna wakati nilitoka nikasema juu leo ni off, acha niende mlima nitafute nini kibarua. Nikapata kazi na nikaacha, nikasema acha niache mtoto hapa hivi. Nilikuwa nataka nijue kile kinaendelea. Kuna ndugu yake alitoka Kyoto. Lakini huyo alikuja but alikuja na nia mbaya na sielewi hiyo familia yao kumbe basi ni chafu hivyo. Lakini mtoto wangu alinajisiwa na huyo kijana. Juu si mwanaume ni kijana. Alala na mtoto wangu na mimi sasa nikakuja nikasema mtoto wangu bado analala hivi, nikasema ninataka ni leo nikae serious niulize mtoto vizuri. Mtoto wangu akakuja akaniambia hapana. Brother ya bwana yako alilala na mtoto wako na baba yake amelala naye. Sasa naona mambo ilikuwa mbaya. Nikasema acha niulizie mtoto. Mtoto akaniambia hapana mama, usinipige bure. Mimi Mashit amelala na mimi. Alitaje tu jina. Nikasema okay, Mashit amelala na wewe. Nataka kesho wakuja, nataka nifanye kesi. Nilipata kuja vya walikuja kunitembelea, kukuja hata wamefanya makosa lakini wamejisahau kama wamefanya makosa. Nikamkaisha nikampa chakula vizuri akakula kamaliza, nikamwambia saa Mashid, nataka nikuulize swali. Ulilala na huyu mtoto wangu, mbona ulimfanyia kitendo ya unyama na wewe ni mtoto mdogo na tena pia ni mtoto mdogo zaidi ajui mambo yoyote, mbona ulimfanyia kitendo kama hii? Akamwambia mama bibi wanasema hivyo ni ukweli, nilifanya mbona ulifikia hapo? Ambati nilianza tupopana nikaanza kumnajizi. Sasa unajua kijana pia naye ni mdogo na anakaa kama ajielewi vizuri. Juu alikuwa 15 years, America 16. Huyo kijana. Sasa mimi nikakasirika na hiyo na nikaambia bwana wangu nione kama at least kuna venye anaweza nisaidia hapo hivyo. Bwana wangu akufuatilia akasema tete nitakaa chini niwaongereshe. Nikaendelea kusisitiza hiyo maneno nikiongeanga nikasirika naongea maneno, mbona ndugu yako amefanya kitendo mbaya kwa mtoto wangu na uchukue hata neno moja ama hata uongee kitu yote ama hata uwezi mgombanisha hapa nikiona ama uchukue kiboko umuchape, mbona kweli kabisa. Unaona ya akapuuza tu hivyo jukumbe hata nikajua kumbe hata pia anafanyia mtoto kitendo mbaya. Mimi nikasema acha niashumu tu Mungu mwenyewe anisaidie. Nifika pale mwanaume alikuja akaniambia huyu mtoto wangu msichana huyu atumuona huyu abi huyu nje atakuwa ananifuria manguo. Nikasema anakufuria kivipi? Akifika form 2 atakuwa ananifuria manguo. Nikasema kwani mtoto wangu tena atakuwa anambadilisha kwa tena akue bibi. Nikaona akitoka kazi anapea mtoto wangu simu, mimi anipei simu. Mtoto wangu ndio anaenda anajienjoy simu, anapaka hata password anajua. Anaangalia amekaa mastare. Sasa siku anajua kile kinaendelea hapo. Mtoto wangu alikuwa anaendelea tu hivyo akiochi akisonga mbele. Nje hapo nikakasiria nikasema kama bwana wangu ameshindwa kutatua kesi ya ndugu yake, hapa mimi sipakai. Hapa mimi hapa ninaenda. Nikatulia, baba mkwe akatoka akakuja. Baba mkwe alimwambia achana msichana au msichana mwingine juu hatutaki mtu kwa familia yetu anaomba. Huyu msichana umwache uchukue mwingine. Ani wataki mwenye anaomba, ani juu nilikuwa ninaomba kila usiku ninaomba kuomba Mungu. Sasa wataki mwenye anaomba, wanataka kwa hivi tu. Juu baba yake alikuja kunikabidhi vitu fulani nikakata. Alikuwa amekuja na wanaume 3. Plus na yeye 4. Kuja akasema akasema generation after generation. Nikajiuliza generation after generation ni nini? Kumbe alikuwa anataka kukabidhi mtoto wake uchawi na mimi sikushikanisha. Yule baba yake ni mganga. Sasa unaona hiyo ni uchawi. Alikuwa anataka kumkabidhi na mimi sasa nilikuwa napigana nao naomba nazuia. Sasa akakuja akanichukia kabisa akaniambia anitaki hapo nitoke walete msichana mwingine hapo hivyo. Sikutoka.
nilivumilia na hiyo ndoa kabisa, na hiyo vitendo wanafanyia mtoto wangu sikuweza kuchukia hata bwana wangu. Nilikuwa nampenda na sikuwa naamini kama bwana wangu anaweza fanya vitendo kama hiyo. Mama mkwe alikuja kwa gate. Akakuja kwa gate, alikuja tu na kuingia kwa nyumba. Juu anafaa akuje na ingie kwa nyumba tusalimie sisi kama familia. Mimi kitu ngambia acha nitoke niende, juu nilikuwa nafaa nitoke niende kwa duka hivi. Kuchomoka nikapata baba mkwe. Kukutana naye kwa gate hivi, simu yangu ilipasuka, hata simu yenyewe niko nayo hapa ilipasukanga ikakaraka hivi juu ya kustuka na baba mkwe. Kutoka hivi na yeye akapanda pikipiki akatoka akaenda. Mimi sikumaliza hata siku. Nilitulia tu hivi ati nimekaa hivi dakika huko kwetu ugonjwa kalipuka. Ugonjwa ya? Ndugu yangu mkubwa. Nyumbani. Ani ni tumerent tu sasa, tunajua nasema ni kwetu kwa sababu tunalipa rent. Huko sasa Ocha. Sasa penye madha anakaa, alafu na ndugu yangu alikuwa amejikesha kando sasa peke yake, alikuwa anajiwezea. Kichwa ikaruka juu hapo, alikuwa ameenda nyumbani. Nani kichwa? Alikuwa ameenda kutembea, akarudi. Brother yako sasa? Brother yangu amesoma akafika university, Egerton University. Kichwa ikaenda. Kukaa huyu kijana tena ananifuata huyu Hagai, kichwa tena ikaenda. Nasikia madhara ananiambia anakula pupu, anakunywa makojo na anapewa chakula anakula na maliza. Akishamaliza akienda choo ataenda choo. Atakuni hapo na ikule hiyo mafi na kunywa makojo. What? Hivyo ndio ilikuwa mnini. Lakini sasa walifanya huko kesi ilishindikana, na sasa huko nini babake akasema, mama Okamba akasema hata chifu venye unatetea hii familia hii utakufa na utakaa. Chifu hakukaa walai. Kwa hiyo kijiji chifu Muislamu, chifu alienda, alikufa. Sasa nje huyu mtoto wakamfuatilia wakasema hata pia atakufa. Sasa ndugu yangu alikuwa anakinyongwa, damu inatokea kwa mapua. Sasa mimi nilikuwa natoka kwangu. Ananyongwa na nani? Yeye alikuwa akinyongwa, anasema ati mtu fulani anamunyonga. Unasikia anasema ninanyongwa. Nikamwambia unanyongwa na nani? Ati ninanyongwa ndio ndugu yangu hapa, first born wetu. Ndio ndugu yangu hapa hivi ananinyonga na anataka kunitoa sasa sielewi hapo vile kulienda juu hivyo ndio walikuwa wanagonjeka hivyo sasa. Sasa mimi nilikuwa natoka kwangu nakuja natembeleana. Natoka kwangu nakuja na watembelea. Kwa hiyo harakati ya kutowatembelea hivyo, bwana wangu akakuja akasema kwani kwenye mlizaliwa tumwenda wazimu. Huyu sasa mwenye alikuwa huyu mwenye alikuwa afanya mtu wangu kitu mbaya. Nyinyi mlizaliwa kwenye uenda wazimu. Mimi hata nisha give up na wewe. Mimi hata sikuta. Nikasema au nitaki ni sawa. Mimi nikajitenga na hiki mapenzi, si unaona. Nikaanza kukaa. Najua alikuwa amenikataa. Mimi nikaamua kutoka. Nikaenda kwetu. Alinifuata akasema tuache tusolve. Nikasema tusolve nini? Na ulishindwa hata kusolve kesi ya mtoto venye walifanywa kitendo mbaya. So wewe ni mtu mbaya. Na huku siri tena nimeibiwa siri yeye. Atalikuwa anachapanga watoto. Mimi nachapa hii nyenye niko hapa hivi, ananiambia rafiki yake nachapanga watoto wangu kila siku lazima waonje kiboko yangu niwatandike. Anambia huyu mtu akamwambia mbona unawachapa? Wamefanya nini? Ati mimi nawachapanga tu. Si unaona? Mimi nishika barabara nikaenda hadi kwetu, kukaa kwetu nikakabiliana na hiyo mashida za kwetu. Na mamangu bado alikuwa amegonjeka for 9 years goiter. Si unaona? Mimi nikakabiliana tu na mimi sasa nikaanza kwa hustle. Naenda na hustle, mimi kazi yangu nilikuwa nauza melon. Naenda nauza melon, naenda chakula wanakula. Lakini sasa hao waenda wazimu hata unajua huyu mkubwa alikuwa akipata anaweza kuchapa. Sasa alikuwa ametoka ameenda anakaa msituni. Maisha yake ilikuwa ni kukaa tu msituni huko, hata mwingine na wanalala kwa vibanda huko. Sasa nilikuwa nimebaki sasa kukabiliana na maadhe. Naye pia hakuja kalemewa kabisa. Hii goita ilikuwa imemea, nyama ilikuwa imemea imefika hapa hivi. Sasa wakati alichukuliwa akapelekwa OC. Huko hivyo nini? Inaitwa nini? Finlays. Sasa hii inaitwa Finlays. Akaenda akafanywa surgery, akatolewa hiyo goita yenyewe. But hiyo goita ilikuwa kinyama kikubwa, si eti ni ile unatolewa tu hivi alafu unakuwa sawa. Na hiyo alisaidiwa tu. Na madaktari vile wanatembeanga wakitafuta wagonjwa, yeye akasaidiwa tu juu ilikuwa 1200 atungezana kupata hiyo pesa. Madhe akashughulikiwa, lakini madhe alitoka theater akakuja hivi, hakuweza kuongea kama wengine waliongea. Alimaliza 1 hour ndio aweze kuongea, akasema hoi nataka chakula. Si unaona? Na ulikuwa unafaa kutoka dieta ufai kukula, unafaa utulie kwanza masaa ndio uweze kukula. Niliweza kungangana tu na madhe tu juu nilikuwa na pesa ya melon, naenda nauza melon masaa naenda namuona. Hivyo nikajikaza polepole. Wakasema madhe ikafika pale akadischarge akatoka kwenda kwa nyumba kukuja. Mimi ninaendelea bado kumsaidia watoto wetu. Sijui mashetani ziliingia kwao ama ni sister yangu mwe alishika mimba. Unajua sister yangu alishika mimba juu ya shida ya kwetu. Akasichana. Na huyu dada yangu mwingine mdogo wakaanza kuniingilia juu hiyo siku nilikuwa nimetoka nimeenda kutembea. Na nilikuwa nadhani nimeongoja sister yangu nione kama atakuja njaa ingia ndani na watoto wangu, mimi nitoke niende shughuli yangu. Juma nilikuwa nafanya mambo mengine pia ukora pia. Kwa chomoka naenda mashughuli zangu siwezi ambiana.
Unaona? Shughuli gani? Nilikuwa nimeenda date. Nikalala mpaka asubuhi. Sasa yeye alikuwa ameenda ameshikana na rafiki yake. Wameenda au hawakuji na ngoja mpaka saa 3 wakuje, je mimi nifanye aje niweze kuchomoka. Mimi ilibidi nifungie watu kwa nyumba, nikaenda. Unaona? Kwenda kurudi madhe wakati alisajua akatoka kwa OC. Ili madhe hao watu waliambia mama, msister wetu ajalala hapa, alitoka akaenda. Mimi nikasema mama, acha nikwambie nilienda wapi na nimefanya nini na hata mnisamee kwa sababu mimi niliongoja hata Mary sikumuona akikuja. Nikasema vile ameshikana na huyu nani Wanjiro, huyu ameenda kulala labda kwa Wanjiro na nuko nje alilala. Unaona? Wakaniingilia wakanigombanisha na wakanifukuza. Nikaenda nikalala kwa kanisa 2 weeks. Nikalala kwa hiyo kanisa, pastor alinipea ufunguo, nikalala tu, natandika mattress chini nalala katikati. Ikifika Sunday natoanisha vitu napeleka kwa rafiki. Pale hivyo ni tunashiriki na yeye na ikanisha pale hivyo na watu wanashiriki, wanaona tu mambo iko tu sawa. Unaona? Bishop report alifikishiwa na alikasirika, akasema mbona mshirika amewekwa nalala kwa kanisa, ingefaa wanitafutie mimi nini pale pa kukaa nijishikirie juu kwa wamenikataa. Na mamangu wakati saa bishop alitoka huko Nakuru akakuja, mamangu akaenda kanisa, hata pia mimi pia niko kwa kanisa hapo, jua kuacha kwenda kuja kwa kanisa. Bishop aligombanisha mamangu, mbona unafukuza msichana akuja akose pale pa kulala, akuja alale kwa kanisa, unataka aende wapi? Kama unamchukia na watoto ataenda kwa nani? Mbona unafanya vitu kama hiyo? Sijafurahi unafanya vitu kama hii. Mamangu alikuja akakwasika hadi wa leo, alichukia bishop, amechukia hadi pastor hadi wa leo. Unaona? Na mimi sasa vile nilirudi, sasa nitoka kwa kanisa kurudi hivi, si kukaa hapo kwetu. Nishika tena barabara wakati shosho yangu, unajua shosho yangu ana nini, kuna walisema ni shosho yangu. Sasa mimi unamuita shosho juu ya umri imeenda, but wanasema kuna ukoo iko hapo ndani. Aliweza kuja na kaongea ni mimi, akaniambia niende nimkarie kwa baby care, nikuwe nikilea watoto, nikifika mwisho wa mwezi ananipa 3,000 na niende na watoto wangu. Nikasema nimekubali. Nikaenda nikafanya mwezi wa kwanza nikapewa pesa. Lakini nilijikaza na mashida manjaa. Hapo siku nataka kujituma ati nini, juu unaenda unabadilika, unaacha tabia fulani, unakaa juu ni kazi unafaa. Juu unajua huwezi lea watoto na huku tena huko unafanya usharati, si mzuri. Unaona? Sasa mwezi wa kwanza akanipea pesa, nikajipanga na chakula kanisaidia. Mwezi wa pili akunipatia pesa, alininyima. Unaona? Nikasema mbona unaninyima pesa? Mimi sikujua kama hiyo pesa amekatilia njia nilipie shule. Hiyo pesa kunipatia, alichukua hizo pesa akaenda shule, akachukua watoto vile hata wajavaa hizo uniform, watu manguo hivyo, akawapeleka shule, wakaadmitiwa, wakaanza masomo. Na wakaambiana wapeleke uniform. Aliongeza paka hata pesa yake ya juu kwa kwenda kushoneshia watu uniform, wakaendelea na masomo. Hadi sasa watu wangu wanaendelea na masomo, lakini akaniambia nimekusaidia hapo. Sasa wewe hizo pesa zingine si utafaulu kufanya nini? Kusomesha watu. Nikasema Sasa nikashikilia hiyo nini, nikafanya hata mwezi mmoja anilipe. Unaona? Wakati alinilipa tu hivyo 3,000 nilitoka nikarudi kwa madhe, nikaanza sasa kuuza melon tena. Nikaanza kuuza melon, nikituma 100 hata niko na namba ya teacher, nikituma 100 kwa shule, nituma 100. Hapo ndipo sasa baba mtoto huyu aliona sasa huruma aweze kunisaidia kulipa shule. Siku anajua nia yake ni nini. Akaanza kusukuma pesa, nikamwambia sasa mimi nitakuwa nakupea nini bili ya shule, yani hiyo nini account ya kulipa huko kwa shule. Nikampatia, akituma, alafu nampatia namba ya teacher, anamsendia message, teacher aone message na anaandika receipt. Mimi nikienda huko nachukua receipt. Siku ya kwanza alituma 500, siku ya pili akatuma 1,300, siku ya tatu akatuma 300. Unajua aje? Mimi nilishika barabara nikaenda paka penye yako. Na penye yako huko siku najua kama ameoa. Nikapata msichana hapo mdogo sana taeleweki. Na kumbe ni bibi yake na sijui. Mimi nikamwambia, wewe umetuma 300 kwa shule na deni yenye imebaki kwa shule ni deni mingi. Sasa kwa shule ni 3,400 mpaka waleo hiyo 3,400 sijalipa, iko tu hapo hivyo. Nikamwambia mbona unalipa 3,300 kwa shule tafadhali? Mbona? Na sasa juu si wa mama tulikuwa na hasira, nikamshika tai. Nikamenyana nikaa napigana na yeye. Nilimpiga mangumi 2, nikampiga kwa mapua, akanos bleed. Kunos bleed akaona sitampiga, akaniambia fanya hivi, kuja kaa chini tuongee. Na msichana vile tunaanza vita, alipitia mlango ya nyuma, juu mlango iko na nyuma na mbele. Akatoroka akaenda. Akaenda kwao.
Sasa mimi nikabaki kumenyana na huyo mwanaume. Sasa wakati nilingangana kutoa mangumi kumpiga kumbe alikuwa anapimia nimalize nguvu yangu ndio aweze kunipata. Nikasema sawa, acha nikae chini tuonge. Kwenda kukaa chini akanidunga na kisu. Alama iko hapa hivi, kuna mwanaume alikuja akazuia ili ni isiingie ndani. Lakini sasa mimi naye vile alinidunga hiyo siku yenyewe nilienda hadi Wayside hospitali, sikutulia juu nilikuwa na pesa nimejisavia kidogo ya melon. Nikaenda nikatibiwa na hiyo siku sasa sikuweza kwenda hiyo siku nikatoka kwa hosi nikateremka tena kuenda kuripoti kwa polisi. Ilikuwa 2:30. Nikaenda kuripoti kwa polisi. Nikapewa OB, alafu nikaambiwa kesho nikuje mapema nipewe P3. Nikaenda nikafika nikashughulika. Pesa nilikuwa nimesave tu. Nilikuwa na pesa juu ya Mero na iko na pesa wakati wa jua. Nikaenda nikaambiwa na polisi nipande juu kwa duka fulani nijaziwe B3. Yaani nichukue ninunue B3 niende nijaziwe. Nikaenda nikanunua B3 nikateremka chini, polisi akanijazia akanituma kwa OC. Nikasema sindenta ya serikali. Huko nilikuwa nimetibiwa, nilikuwa private, nilikuwa haraka, nilikuwa najizuia macho jota macho ilikuwa na uchungu ndani. Nikaenda dispensary nikajaziwa B3 na ngiri moja. Na hiyo B3 iko kwa OC na iko kwa polisi. Na OB nikabaki nayo. Nikarudi kwa nyumba na nikaambiwa, nikapewa namba ya polisi ya Vante mwanamke, akanipea namba yake nikaandika, niko nayo kwa simu, na akaniambia enda unikujie na mashahidi wangapi? Wawili. Mimi nikaenda nikapata shahidi mmoja. Shahidi mmoja ilikuwa ni sister yangu. Last born. Wakati nilienda huko nilienda na sister yangu. Huyo ni shahidi mmoja, lakini wakati vita aliepa, alijificha, ndio alikuwa anataka kumrukia wamchape. Na shahidi huyo mgeni mwanamke, lakini mwanamke alikuja akanikaisha chini akaniambia, mama Abi, hata hakuna haja muende mfanye mambo ya makesi huko na baba Abi, na hata kwanza mfanya kesi kuoa lazima ataoa, na lazima hata anaweza kosa kusaidia watoto. Anza kosa kusaidia watoto. Nikamwambia mimi ajangu nataka tu asomeshe tu watoto peke yake. Na sasa juu alileta karibu mambo ya Mungu, akasema hata Mungu anasema usame na uachane, Mungu mwenyewe akupiganie. Mimi sasa nilisikia mama juu ni mama mzee, akaniambia wewe ni kama msichana yangu. Mwanaume ni mwanaume, usimuona ameleta msichana mwingine hapa. Na hata msichana pia anaweza mfanyia venye amekufanyia wewe pia, akamwacha na akae. Nikasikiza mama vile amesema hivyo, nikatoka nikaenda nikasema acha niachie Mungu. Mungu mwenyewe atanipigania. Nilimwachia Mungu hadi saa hii, unaona. Lakini mwanaume bado akuchoka. Bado alikuwa anaendelea kunifuatilia tu, unaona. Mimi sasa nikaendelea tu, nimetulia tu. Sina mambo, nikasema acha niache Mungu mwenyewe anipiganie. But huku kwa kazi nasikia ripoti naongewa nini na nini. Nikasema sasa mimi itabidi sasa nijue vile naweza jisaidia jia watoto wangu. Nikaendelea kuuza melon tu. Nikasema acha niachane naye niuze melon. Na nikamwambia teacher, graduation ni lini? Teacher akaniambia graduation ni date 28 mwezi wa 11. Teacher aliweza kunipigia simu akapata mimi ni mteja. Nikamwambia teacher, hata mimi hiyo simu inaishanga moto na labda ulipiga saa zingine sikusikia, lakini mimi nimekuambia sina pesa, lakini Mungu akinipatia pesa nikipata nitalipa. Alafu Abi akue sawa ende class 1. Juu Abi alikuwa anambia anafaa ende class 1, lakini nilijikaza nikalipa assessment book 300. Sasa pesa ya graduation 1500 sikuweza kulipa hadi saa hii, na school fees yao mwingine kijana pia 1400 sijalipa. Iko yote ukipiga hesabu ni 3400. Unaona? Mwanaume alikuja akanipata kama ninapita ninatembea, unaona. Akaniambia mama Abi mambo poa. Akaniambia so utafute boyfriend. Nikamwambia mbona unaniambia nitafute boyfriend? Gani sasa? Mwenye nimezaa tu na yeye, huyu mwenye aliniacha nitafute boyfriend nikae na yeye. Nikamwambia mbona unaniambia nitafute boyfriend nikae na yeye, na unajua tu hakuna mwanaume anaweza kana mimi na watoto wawili. Nikasema acha mimi nikae venye niko, Mungu mwenyewe ako. Lakini kwa roho yangu nasikia uchungu, mbona nakaa single na niko mdogo, nafaa nikuwe na but sifai kumwambia, unaona. Lakini yeye aliniambia mimi nikae tu na wenda wazimu wetu huko hivyo, tukaendelee tukana wenda wazimu huko hivyo. Hata mimi naona nikawa kichwa changu pia si mzuri. Wakati nikakutana na Wajimi amenisaidia pakubwa sana. Alinipata kama nakaa kitu kingine hata chokora tu. Amenisaidia. Huyu upande kulingana vile amenisaidia saa hii nimepata, kuna mama alinisaidia na ilikuwa 6,000 bila kudanganya, na nikafungua biashara kidogo hapo hivyo, kama tuseme tu kama kibanda. Lakini sijajenga, nimeweka tu meza, nimekanisha vitu hapo hivyo, nimeweka makaa yangu, nimeanza kazi. Niliona mwanaume alipita, sijui nani alimwambia. Kuna msichana alitoka kwa Miesa akapita akanisalimia akaniambia, tumetoka mbali na wewe, acha nikupromote hata miwa.
nilikuwa nauza mpaka mio, nikamkatia mio ya 10 akanipea pesa akaenda. Ni kama yeye nje alienda akapeleka report huko. Bwanangu tu umeeneza naye mtu wa pili alipita kwa barabara. Kaambia msichana akashuka akaenda, akapanda hivi. Na mimi nikasema acha nijifanye sijamuona ili nione venye hii iko. Akapita akapitia njia ya pefa, akaenda. Sikumuona tena. Kukaa tena masaa ya jioni kabisa. Mwanaume amenizaa naye mtu wa kwanza akapita tena barabara hapo hivyo. Si unaona? Yaani wanafuatilia waone ninasaidika ama nikoje. Akapita akaenda. Mimi bado tu sija give up, mimi naendelea kuuza tu nini vitu zangu. Juu nikiuza hizo vitu zangu naona kwa siku inanipea 400 300, mbona inanisaidia at least hapo hivyo. Huyo mama ameniondolea ma stress at least kidogo, si unaona? Lakini nikifanya hivyo ndugu yangu wazimu juu ali recover kidogo, alirudi kwa nyumba. Sasa wanalala kwa nyumba wote, wananitishanga mimi kila kitu. Lydia, tunataka chai escort, nitanunua sukari, ninunue majani, ninunue escort tukule. Si unaona? Venyanza kufungua kibanda. Si unaona? Chakula tena lunch. Lydia, leo lunch tutakula nini? Nasema kwa nini mimi ni mama yenu? Sana kasirika naongea tena rudi. Kwa nini mama yenu? Mbona mnataka kuninyanyasa na mbona ndio hao watoto hata sijalipata school fees huko hivyo nikamalizia. Hivi tu najikaza niwapatie. Si unaona? Mbona mnanihangaisha? Jioni wanatulia Jumatatu akikuja wezi nihangaisha. Ndugu yangu mwenafuata akakuja akaniambia mimi nimeanza kukula pesa za Illuminati. Hivi nilikuwa nimeanza kusaidia. Nilikuwa nimeanza kusaidika. Mimi nimeanza kukula pesa za Illuminati na mimi chakula hii ya tumbo tu peke yake inafanya kwani nitoe ndugu. Yeye ataniambia hii chakula inafanya tu utoe tu ndugu yako. Kwa nini Lydia unafanya hivyo? Nikwambia kiaje? Hatujai jua. Wewe unajua mamangu, anasema sana mama yako ni queen na wewe ni mdogo wa queen. Na ma sisters zako wengine ni wasaidizi. Sasa nikasema kweli inatokea wapi? Si unaona? Nikasema Mungu nisaidie tu. Hiyo siku nilishika barabara usiku nikaenda nikilianga mpaka Maruti. Niende nikutane na mama mgeni anaitwa Peshi. Nimuelezee je nirudi kani niko sawa. Nikanua madama. Mama akanipiga simu akaniambia uko wapi? Kuja ulale kwa nyumba. Nikasema hapana, acha niingie kwa OC, ninunue dawa na kuja niko na stress fulani. Akaniambia kuja. Nikakaa chini nikaongelesha mama hivi na hivi, lakini mamangu hakunisikiza. Hakutaka kunisikiza kabisa. Aliniashumu na nikakuja kujua mamangu anapenda watoto vijana, anachukia watu wasichana. Jumia alinitenga na hata wewe anapenda vijana zaidi. Si unaona? Mimi nikatulia tu. Nikasema sifanyi kitu na siongei kitu. Wacha ni focus na hizi business zangu hii, at least nilelea watoto naona inanisaidia. Si unaona? Mimi customer wa makaa akakuja akaniambia, "Madam, unaweza ninunua hii makaa?" Nikasema, ni hata sijai uza hii makaa, lakini wacha ninunue, nianze nijaribu nione venye hii. Niliuza hiyo makaa gunia moja ikanitorea pesa na ikanisaidia. Nikaleta gunia nyingine ya pili. Nikauza nikamaza tena nikaleta gunia nyingine ya tatu. Kuleta gunia ya tatu ndugu yangu hakusikia vizuri mwe nafuata. Alikuja akaninyang'anya mikebe zake juu nilikuwa nimemuomba mikebe zake. Alinyang'anya mikebe akaenda nazo na mimi sasa nikasema si kuongea kitu, nikanyamaza tu, nikasema acha niende kwa hii duka jirani nimuombe, ngambia customer juu anajua shida nimepitia, nisaidie mkebe moja niuzie makaa alafu ndakurudisha. Hadi mkebe niko nayo hadi saa hii. Nikaanza kuuzia makaa. Wakati nibeba vitu zangu na masaa jioni mimi nafunga saa 3. Nafunga kama hao watu wengine na ninauzia si ati ni kibanda ni nje tu. Nafunga saa 3 at least nipate pesa. Nikabeba vitu zangu nikaingia kwa nyumba zote na nabeba peke yangu. Tunaambia mtu wa kibanda nichungie nikibeba hizi mizigo za. Nikabeba hakuna mtu ananisaidia, lakini asubuhi watanitia escort na chai. Lunch wataniti lakini sisaidiwi kitu yoyote. Nikabeba hizo vitu nikaingiza kwa nyumba. Kuingiza kwa nyumba naona kuna wakaanza kunigombanisha. Ndugu yangu akanirukia. Akanigombanisha akaniambia, mimi nimeingilia kazi yake, nimechukua makasuma zake na muharibia hata kazi, sijui nini. Sasa mdogo. Ndugu yangu mimi nafuata, ndugu mimi nafuata. Nikasema sana kuharibia je ndugu yangu kweli? Kama ni msituni uko unaendanga, sioni kama unaenda Jumaskari hata wamekataa, mimi siingilii kazi yako. Angalia huyu mama Mokorino anauza makaa hapa, huyu anauza makaa hapa, huyu anauza makaa, mimi nauza makaa hapa. Ukiuza hapo, si kila mtu atapata faida yake. Kila mtu akona customer yake. Akasema tu uko na roho chafu wewe, ninaona. Uko na roho chafu, nimeona uko na roho chafu sana, unaingilia kazi yangu. Na ukicheza hiyo makaa yako nitamwaganisha hapo mbele ya watu na utauza. Kama nikakasa kama utamwaga. Sawa, wewe mwaga, haina shida. Unimwagie kama ni wewe ulinunua.
Kwa sababu hujui pesa ilitoka wapi. Mimi nilisaidiwa tu nikaanza hii business na sitaki nienda hasara, nataka ni save at least wakiniambia naendelea aje, niwaambie naendelea hivi na hii, juu wanaweza nifuatilia wakaniambia unaendelea aje, unaona? Ama nikubwa ama waweze kuniboost. Na waweze ni boost kama mimi niko chini, nafaa nijiinue. Juu sasa ataniambia atanimwagia makana, nilikuwa naongojea animwagie, si kufungua kesho yake kazi. Nikasema acha nimwachie aenda afungue hapo kazi auze makaa yake, juu labda nje italeta issue. Sitaki maneno, siku 2 sijafungua, nimetulia. Ndugu yangu afungui hiyo auzi makaa, auzi ametulia tu. Na nikasema kweli ndugu yangu ni kunitafuta, ananitafuta, si unaona? Amenyamaza tu, anasema dadangu acha roho chafu. Juu nikamwambia mimi nilikuachia uende uuze makaa, mimi sina ubaya na wewe. Na mama wangu ananiambia fanya kazi yako vile unataka, si unaona? Wewe enda fanya kazi yako, lakini upande wa makaa achia ndugu yako afanye nini. Nikamwambia mama hata nimemwachia mambo ya makaa, nimemwachia atauze, mimi sina shughuli. Sasa hivi unaniona hivi, hata niko na wasiwasi kuchukua hata gunia hii, kisha nikuchukua gunia niekanisha hapo juu, nimeambiwa nitamwagiwa makaa. Na ningependa Mungu anisaidie at least nitoke hapo hivyo, nipate pale pa kujenga, at least nijenge niweze kuuzia hapo juu. Penye nakaa hapo sina amani. Inasemanga itafika saa ngapi niweze kulala, juu atupendani na ndugu yangu. Kwa nini atupendani na ndugu yangu? Nilikuja kufunguka macho wakati ananiambia atanimwagia makaa, na mimi simsikiliangi uchungu upande ya vitu zake, si unaona? Sasa mimi naumia sana. Kwa hiyo nyumba ninateseka. Mimi je ni kila kitu. Mamangu ananiambia kama jana ananiambia mam nipe pesa. Anita mimi mam, tu nisaidie pesa. Naona pesa ndio inaanguka chini. Nisaidie Kama mimi sina pesa. Hii ni ya business na nafaa ni save. Akaniambia sasa hapa hivi utajipanga utoke utoke uende ujikaishe peke yako. Nitawatoroka nyinyi wote. Kwa sababu hataki niongee kitu yote kwa mtoto wake kijana. Nikasema najua mama unanichukia, lakini siku moja Mungu atanitendea. Juu kuna wakati hata Mungu alinitendeanga, ulikuja ukaniomba msamaha, na ni vile vile tu hivyo tu ndio utakuja kuniomba msamaha, lakini nitawasamea, mimi sina ubaya na nyinyi. Sasa hii nimeacha ndugu yangu ananiambia, hii nyumba ni ya mamangu hii. Na hii nyumba utaniachia ikuwa wazi, au utanikatiria nyumba ya mamangu. Nikamwambia hata hii nyumba ni ya mamako, lakini vistoku zangu ziko hapo hivyo. Kama umesema utanimwagia makaa, sasa hii basi hata hizi vitu ziko hapa basi ndeza pata hata umekula hata maembe machungwa, hizi mandizi ndeza pata hata umefanya kitu yote, kwa sababu kama umeniambia utanimwagia makaa, nini unaweza kosa kufanya hapa hivi? Mimi nilikuwa napenda tu nifunge mlango na kafuli nitoke na ufungu. Si unaona? Sasa mimi hivi unaniona hivi, niko na stress pale pa kulala. Penye nalala penyewe ni mattress nilinuanga na second hand, nalala chini. Mimi sijui blanketi ni nini. Acha nikwambie hivyo. Mimi mwenyewe najifunikanga tu hizi nini vitambaa hizi. Ni refu lakini tunajifunika tu sikaa suka na batini. Nika mzito si sana. Si unaona? Sijui blanketi ni nini na imetoboka na nilala hivyo na nimelala chini mpaka asubuhi. Mimi nivae long nijilalie. Maisha yangu ni hivyo, viatu hata sina. Mwata viatu nimekuja nayo ni kugongongo na zimezeeka. Sina veneza jiweza. Juu nikipata pesa nasema oi, wacha nisaidie ndugu zangu wapate kukula, wasihangaike, kwa sababu mwingine ID ilipoteanga hivyo vinakuwa wazimu. Huyu ID ilipotea pia naye, lakini alisaidiwa. Huyu mwingine hajashika bado na amefikisha 18 years na kila kitu wananiitisha. Wameniitisha hata sasa hiyo, wanasema leo tutakula aje tupate. Nikasema mimi niondokee tu, mimi sitaki mambo mingi, kwa sababu mimi sasa ni mdogo wa queen. Sasa ndaweza saidia nini? Hata tuisishi kwa nyumba na rombani. Kama mimi sina roho mbaya, nyinyi mnanisikilia hivi juu ya nini? Na mimi sina ubaya, hata mimi nateseka tu. Na sijafurahia nitoke kwa ndoa yangu. Sifurahi, sipendi kukaa hapa. Hata maadhi ananiambia utazeeka hapa mpaka lini? Hapo nafaa utoke uende uoleke. Na sawa kunioa ni nani? Nani atanioa? Atanichukua na watu wawili. Na kupata bwana, si tunaweza pata bwana kwa urahisi. Kupata bwana ni ngumu sana. Si unaona? Unaanza kwa relationship ndio ufikie kwa kuolewa, si unaona? Na sasa mimi kulingana vile nateseka na hangaika shule nini, mwanaume akiona namwambia watoto school fees nini wananiepanga wote. Sasa itabidi mimi sasa kama ni mambo ya kupanga laini tu, mtu anipe 200 nishughulike. Hata kwanza hiyo kazi ilikuwa nimeanza 1500 nishughulike. Mimi nifanye nini? Niingie kwa nyumba na mama hawezi jua kenye nafanya. Juu mambo yangu hawezi jua, jumia ajuangi kama mimi ajuangi kama nafanya vitu kama hiyo. Sasa mimi nafanyanga chini ya maji na natoka huko nimejikausha na ndoa yangu ya njugu. Najifanya sasa ni kuuza njugu na sasa unaenda kwa wanaume. Nauza. Mimi hivyo ndio nafanyanga. Unaenda unajiuza. Hata kuna mwanamume alichukua namba yangu ya simu akasema atakuwa anani connect. Nikipewa pesa na mimi nikideal, atakuanza kwa wale wao Kongo hata wananga nguvu. Bora wanipe pesa, mimi nikifanya aje? Nikishughulika na mimi nikitoka. Unajiuza, unapatiwa pesa alafu unarudi. Narudi tu hapo kwa nyumba.
nakaa tu hapo juu sina pale pa kuenda. Sasa mimi nimepitia changamoto hivyo, hakuna kenye sijafanya. Ili nipate chakula, ili nipate mavazi, nguo ya ndani. Mimi hata sijui manguo kununuliwa, ni mimi najinunulia tu mwenyewe. Kila kitu. Kushuka ni shida. Ni hali ni hivyo tu. Watoto wangu, kwanza mtoto wangu huyu msichana hata ana chupi hata moja. Sasa niliamua ninunue longi ya kumfunika uchi. Aonekane at least akicheza na wengine asionekane huku chini ati ana suruali. Ana suruali, ana nguo ya ndani na pesa nje hakuna. Na wanaume wenyewe wasaidii na wana shughuli. Ukiona anapiga simu, ananipigia simu, yeye ni kunitusi atanitusi. Baba zao. Ni kunitusi na kunisomea. Sasa nje ni maisha tu na changamoto hiyo nimepita mimi. Hata sijielewi sasa hivi niko hivi. Unaona? Mara na nikienda hivi juu ya mashida, mwingine ananiita mchawi, mwingine ananiita mwendo wazimu, mwingine ananiambia sifai, sijui nakaaje. Mimi natulia naambia Mungu tu atanisaidia kwa sababu sina venye naweza jiwezea. Kuna mwingine sasa hata nilimwambia mtu wangu ameitishwa graduation, mwanaume mwingine alikuwa customer wangu. Unajua ukishika customer ama customer anakuja anakusaidia, unaona? Nikasema juu huyo customer huyo anaweza nisaidia, acha nimuitishe pesa nione kama anaweza simami na mimi nikifanikiwa nitamrudishia. Nikamwambia mimi Otieno naomba unisaidie hata 100 ama 200 nisukumie ticha ya kumfunika macho, je niombe tena wengine nikisuku akunisaidia. Alifunga hata simu. Nikatafuta tena mwingine customer mwingine mwenye anauzia ndizi. Akaniambia kwani wewe bwana wako alienda wapi? Ngambia mimi hata sina bwana na ni kitambo tu nikose bwana, ni mambo mingi nimepitia nje nikakosa bwana mwenye sikuweza kumguzia ndani. Akakosa kunisaidia hivyo. Unaona? Nikasema sasa juu sana nimekosa kusaidika, wacha ningangane kuuza tu hiyo milioni yangu nikiona vile naweza saidi. Nikapata na mwanaume fulani akaniambia, nikamwambia gayaki mimi naweza taka hata kazi hata ya maid hata yote tu, hata ya kwenda Saudia. Akaniambia hey, nataka kwenda Saudia, fanya hivi, mimi naweza taka uende utafute ati inaitwa green card. Ni green card. Wakaniambia niende nitafute kwa cyber, afu nimpigie simu juu amenipea namba, ani connect njoo veneza enda wapi? Green card ya nini hiyo ndo wazimu? Ananiambia ati nitafute hivyo. Ati ili niweza mimi sijui wanaendanga aje ngambo huko nini nje zingine wanaenda aje. Ambe nitafute alafu baadaye ani connect niweze kwenda kufanya kazi. Nikapata namba ya mama mwingine akiuza ice. Nikamwambia guy mimi ningepata hata nifanye hata ya umeji itanisaidia. Juu 8,000 naona inanitosha plus na watoto afu niache watoto wangu kwa mama yangu. Mimi nikiwa nikituma pesa. Akaniambia wewe tafuta passport. Na ujue passport ni 8,000 na sijui na 100 ngapi na 500. Nitafute passport alafu baadaye ni connect niende Saudi. Hata hivi yako karibu kuenda. Nilikosa uwezo kabisa ya kusaidika hapo. Nikapata pasta mwingine akaniambia nitakuambia nikamwambia ilifungana tu hivyo. Aje niambia hadi wa leo nika give up hivyo, nikasema acha tu Mungu anisaidie basi. Sasa nashukuru Mungu kuna kitu yanafanya at least ya kunishikilia. At least nikiuza hizo machungwa zangu kufika jioni nipate 200 ama 150, naona inanisaidia pale. Ni save kamia, nikule 50 iko sawa, unaona? Sasa hapo penye niko ni vumbi tu inakuja inapita inanipiga inanipe juu niliomba. Kuna mama niliomba anipatie pale pa kuuze juu mchanga pia na unaomba. Hapo nje nauza, lakini ningependa Mungu anisaidie nipate kujenga kibanda na hapo itanisaidia kuweza kuuza vitu zangu na nilea watoto wangu. Hapo naweza saidika. Okay. So sana ulikuwa unataka kusaidika, mtu anaweza kuboost ndio uweze kuangalia watoto wako na uweze kukaa vizuri. Hiyo ndio nilikuwa nataka. Okay. Nimesikiza story yako, umepitia mambo mengi by the way. Uko na miaka ngapi wewe? Sasa nimeingiza 24 years. Uko 24 na umepitia mambo yote? Wewe. Sasa watoto wenyewe uko nao hapa nje ni watoto wako? Hao ni watoto wangu na siwezi waacha huko kwa sababu hakuna pesa ya kulipa baby care. Sasa inabidi niipee, naenda na watoto wangu. Na hako kasichana kako wapi? Kasichana ndiye yako hapo hivyo. Kenya kalikuwa kanatumiwa? Ndio aka kasichana hapa hivi, hapo nje. Aka hivi? Yako. Kai. Hako nje kalikuwa kanafanywa maneno. Hata mwenyewe aliniambia na hawezi nidanganya. Na mimi nilikuwa nimeshaona mwili yake venye iko. Nikasema nitafuatilia. Ni msichana. Alikuwa ametumiwa akiwa mdogo sana. Alianzishwa mapema kutumiwa. Sasa hata ukumpeleka hosi angaliwe? Mtoto nilipeleka hosi, but walimshughulikia juu yeye alikuwa mdogo, aliweza kupona. Mwili kaza kurudi district. Okay. Pole, peana tu namba yako ya simu hapa. Ndio tuone kama kuna mtu anaweza jitolea na labda anaweza kuboost, labda anaweza saidia watoto wako. Na unaweza saidika na njia moja ama nyingine, si ndio? Okay. Namba yangu ya simu ni 0796
19 12 98 07 96 19 12 98. Majina unaitwa? Lydia na Simiu na Bwala. Lydia na Simiu na Bwala. Acha tumalizie hapo. Nataka kwanza mtu akipeana story yake kwanza tunapeana namba, tunaona venye itakuwa. Then from hapo tunajua venye tutafuatilia hiyo maneno, si ndio? Amen. Na Mungu atakusaidia. So God bless you so much viewers wetu kwa kututazama. Tunawapenda sana. Mkuwe na time poa. Asanteni sana. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa. Uhoro wigie broti ndi nacio ci mwena wa Eastern Bypass na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini ria main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1 na ona farafara yo ya kuingira ni ya rami. Uguo handu haria gukorwo gikinya Maram ni handu hanini muno handu hetagwo Karuguru. We Karuguru ungioria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyete broti ici ni broti cia 50 by 100 na ndiriona broti igiri peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti, na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui ni urona mbica ni handu hakurite na njira nene muno. Ni handu haikaraga itonga, ni handu haikaraga atongoria, ni handu haikaraga maceleb, ni handu hega muno ungigura na wake muciĩ waku. Na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake, tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kia iguru muno, na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartments irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40 ngiri 50. Uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest, ungienda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku. Ungienda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow to compound ukomborithagie no wiki uguo haha tigute ona hanini. Roreri akwa kana arata akwa, undu ungi mwega muno wigie cia ici igiri ndi nacio ni ati cikomeire barabara ino ni barabara murona haha uguo ci haha barabara-ini. Kundu guku maundu maria meku ni maingi muno. Guku kwina mathukuru, ni ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo, ni ndona ingi itagwo Royal Brain. Uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka muciĩ wa guikara, mathukuru me haha hakuhi. Mafengi maihuire guku, ngiuka ni ndona fengi ta KCB, Equity Bank, ni ndona Cooperative, ni ndona mafengi maingi muno. Okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria me guku ni maingi. Ni ndona KFC, ni ndona chicken ini cirio guku, wenda kunywa kahua at cafe ungifatara gwikaga shopping gaku ma supermarket me guku ni ndona Naivas, Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri. Yani ungienda handu hega ha guikara handu classic ti hangi ni haha riu. Undu uria gwika no kuhurira na bendo ya thimu 0724 33 3313 0724 33 3313 nigetha twaranirie nawe. Ndakwira asking price ni ciringi milioni 5 per plot, no ungikihurira hihi no tumenyo ria tungiaria. Broti ici ciina ready title deed, uguo wagura ni ready transfer. Wenda kwambiriria mwako waku wambiririe hau. Mwikaribu sana, hura na beo ya thimu 0724 33 3313. Karibuni sana.